empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Mshukuru Mungu, mwambie Mungu nastahili kuabudiwa. Niko hapa siku hii kutaka kuomba
Mwambie Mungu, nimekuja, nahitaji msaada wako, ninahitaji kubarikiwa na wewe, ninahitaji kuinuliwa na wewe, ninahitaji kufunguliwa na wewe. Sina Mungu mwingine, sina Mungu mwingine. Wewe tu ndio unayestahili kuabudiwa, wewe tu ndio unayestahili kuabudiwa. You are the mighty God, you are the King of glory, you are the King of kings, you are the King of kings. I lift up my hand, nainua mikono yangu, ninainua mikono yangu na kusifu, ninainua mikono yangu na sujudu, ninainua mikono yangu na sujudu mbele zako, maana wewe ndio unastahili. Na kuja kinyume na kazi zote za giza. Naomba mama rima za kandana na mama zaya rikendelelele babo zaya rieka ya ndololo bozinai kondoro babo zende ribesha kandoro babo zaya unaza bazonda ya nana riba zakata manana mazende rima shakendelele babo zakanta ria shandala babo riaba riketendelele babo zenda ya isekele mojaya. Unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa, jina lako litukuzwe. Unastahili kuinuliwa, unastahili kuinuliwa, ukahimiliwe Baba, maana wewe ndiye Mungu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna aliye na uwezo kuliko wako. Mamlaka yote ya dunia na ya mbinguni yako unakusai Baba. Lima shandala la babarianda rike andurubuzende anda mama zake rika ya rima shendelele la babuzaya rika na mama zake endelea kuomba, endelea kuomba. Open up your lips, open up your lips. Uwepo wa Bwana umeshuka, neema ya Mungu imeshuka, neema ya Mungu imeshuka. Wakati huu nena na Mungu, Mungu wa kinywa chako, mwambie utukufu wake ulivyo, mwambie wewe ni Mungu, unastahili, unastahili, mwambie anastahili, mwambie anastahili, mwambie anastahili, mwambie ni wagereire fafa, ni wagereire murugu mwega, ni wagereire mudamaki wa damaki, wenwe mudamaki Jehova, wenwe wigerete, wikarere getega kugira damaki, otireke dukana ado, magehiana niyo nawe, yodo watugi wako gai, wekabana wakinyanera, ura kwagereire baba, oya yani namazekerere, ria shandala la babarianda, reka ya dodo burizeke, ria kendere buriando ruzuria, ria shendere burinaya zaka, lepurina dananda mazebuzende, ngeribuza yalinai, zayanda na mama zekendere, zekerere muzayanda, zakatata mazekendere buza. Unastahili, unastahili, unastahili. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Niwagereire fafa, niwagereire watirega yogetawe. Wenwe gai, wenwe mudamaki, wekaga wakinyaneria. Kora ine shito gai ne tokuanaga, mere ine ito tokakuana, meshiria maito tokakuigwa gai. Oza yarina endebo dendere bozoya. Mbele za Mungu, jipiganie mbele za Mungu. Umesimama kwenye kiti cha haki, mbele yako Mungu ameketi, anakusikiliza. Fungua tu kinywa chako, endelea kuomba, usiimbe, wacha waimbaji waimbe. Wewe simama mbele za Mungu, uko kwenye kiti cha enzi, uko kwenye kiti cha haki.
kama dhambi zangu zote mbele zako. Ninakuita Jehova Jire, Jehova Nisi ni jina lako, Jehova Shalom pia ni jina lako. Mungu, ninakuomba, ninakuita ukashuke mahali hapa. Watoto hawa wamekuja, wana matarajio makubwa sana. Wamekuja wakitarajia uwepo wako ukashuke. Kuna waliokuja wakiwa wagonjwa, wakiwa na matatizo ya kinyumbani, wakiwa na mambo ambayo yamewafuata. Ndio maana wamekuja maana wanajua unapatikananga kwenye nyumba hii. Wamekuja ukijua ya kwamba unapatikana, na ninajua utapatikana. Gusa nyoyo zao, gusa miili yao, gusa nafsi zao. Mungu, hapa sisi zote tumetenda maovu, sisi tumetenda mambo machafu, sisi ni wasinzi, sisi ni washerati, sisi ni wachafu, hatufai hata kusimama mbele yako. Natubu dhambi hii, ninailete yote kwako, maana ulisema mizigo yote tuliyobebeshwa na shetani tukailete kwako. Ninakuletea mizigo hii ya usinzi, ya usherati, ya mambo maovu machafu yasiyostahili. Jina lako Baba ni la milele, uinuliwe milele, uinuliwe milele Baba. Hakuna kitu kingine kinaweza kufananishwa. Umeketi kwenye kiti chako cha enzi, umekanyagisha nyayo zako hapa duniani, huku umeshika fimbo ya utawala ya kututawala. Twanyenyekea mbele yako, twajipeana miguuni mwako, twajipeana kwa ajili ya utukufu wako. Mungu muumba mbingu na dunia, unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Tunaunganika pamoja na mamilioni ya malaika na wazee 24 na makerubi na maserubi ambao wamesujudu mbele yako wakisema unastahili, unastahili, unastahili kwa utukufu wote Jehova. Unastahili kwa ajili ya watu hawa. Angalia, ulitupeleka kwenye mlima Kenya, walikuwa wametupangia, walikuwa wamepanga kutuangamiza, lakini ukatushindania. Jina lako litukuzwe. Ukanena na sisi na hata ukatupatia nguvu mpya, ukatupatia agano jipya na ukatupatia mwongozo mpya. Tuko hapa tukiwa kiumbe kipya, viumbe vipya hivi ambavyo vimekuja kuinua mikono yao, licha kuwa ni mikono michafu. Tumekuja kuinua mikono yetu kusema unastahili, unastahili, unastahili. You are the mighty God, you are the King of kings, an everlasting King, the King of holiness, King of holiness. You are Jehovah Jireh. Jehovah Nisi is your name. Jehovah Rapha, because you heal our hearts. You've changed our minds. You have resolved situations that have been so difficult to us. You have blessed us. You walked with Moses. You dried up a sea for them to pass. You dried up many things along the way. When the enemy seemed to be much stronger than them, you are much better than them. You are much smarter than them. You are much clearer than them. I know you are the master, the King of kings. You are the master, the masterpiece, that you brought us here today, that we may worship you, that we may hear from you, that we may hear and become smart like you are. Father, guide us and hold our hands. Bless every man, every woman is here, every man, every young, every person that is here. Bless them, Father. Remember those that are coming from home. Baba, wakumbuke wao waliowachwa nyumbani, wanaotutazama kwenye runinga zao, wale walio katika nchi za ughaibuni. Baba, ukawakumbuka, wabariki kwa njia ya kipekee. Remember them. Some of them are working, some of them are at home, some of them are preparing to go to church, some of them are even idle. They don't know where to go, what to do. May you touch their hearts and their souls. May you touch their physicalities, that may be able to see whom you are, that you are powerful, that you have a resolution, that you care. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. Pigia Yesu makofi. Now you may salimia mtu mmoja ama wawili peke yake. Usiende zaidi ya wawili, mmoja ama wawili. Wasalimie, mwambie karibu kwenye ibada. Mwambie karibu. Mwambie Julai imeisha, baridi ya Julai imeisha. Sasa na wale waliachwa nyumbani kwa sababu ya baridi ya Julai, waambie sasa baridi imeisha, warudi kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Niinulie mkono wako tu kama unaniona, kama unaniona.
Nisalimie tu, niambie neno tu mzuri. Niambie kaneno tu kazuri ukiwa mahali huko. Kaneno kazuri. Unanipenda? Haleluya. Mimi nakupenda pia. Yes. Ninapendwa. Wewe umesikia kiwaru juu hujapendwa. Haleluya. Utapendwa tu. Mungu atakujalia. Wewe boss, hebu simama kwa miguu yako miwili mizuri. Niwe nakuita. Nenda ukae pale. Mtafutie kiti pale hapo nyuma ya koki. Nenda ukae pale. Huyo kuja ukae hapa. Wewe Wagong. Wewe ni Wagong? Mtu kama najua ni Wangong. Si Ngong ya 365, Ngong ya Mlimani. Kuna Ngong ya 365, scheme 365 na Ngong ya Mlima huko juu. Kaa huko. Mami kwenda Joel kuja ukae hapa. Ndio ikale hali. Na wewe ikaraga mwana ule. Najua kitu imeshangaza leo. Dadi nasemanga hii kanisa inakuanga na madhabahu ya ajabu ajabu. Maana naongeanga kuhusu hii viti mnakalia sana. Na ni dhibitisho because now nimeona kitu. Leo asubuhi nimeona masaibu kwa ofisi yangu. Joeli ananiletea mama fulani hapo na akapotea. Mama sasa akaanza PE. Mpaka nikapigia Joeli simu. Ukaha nilifatara utaideka. Nikiwaambia hapa kuna madhabahu kali na ni kali. Asense. Unajua unakaaga tu hapo unakaa kuzubazuba. Ile madhabahu hapa iko ni kali. Unajua hii kiti mama amekalia. Ndio alikuwa akikalia kabla hame kanisa. Kabla hame kanisa hii ndio kiti alikuwa anafanya nini? Na ameikuta imemgoja. Na ameenda miezi ngapi? Na mwaka. Na amerudi kwa kiti yake na akaikalia. Mwisho wake mojereshi ko ndiko mudharurania guko. Asha. Kana tiko karo. Unajua mama? Wangapi unajua kwa kina jure mama? My favorite. Hiyo kiti ameona amekalia 1 year ago alikuwa naikalia. Akahama. Akaenda kanisa ingine. Sasa ameenda huko amehangaika, amerudi. Home is best. Okay. Amerudi home. Najua huyu ndiye alikuwa amewezana na hii kanisa vizuri. Si mnajua? Huyu lazima arudi kwa kazi. Kwa ofisi yake arudi. Anyorose. Najua nigitogoti kimemedi, keheji. Kibebenji. Lakini si kibebenji kiangoro. Ni no nonsense woman. Lakini kitu ya ajabu. Watigire weka ati agitigiki. Ndio kwa sababu ni madhabahu yako. Nani alikulete? Nani alileta huyu hapa? Ni Magdalene. Sasa angalia. Amekurudisha kwa madhabahu. Kwenye madhabahu ya hii kiti amekalia mwaka mzima. Na hapa huyu mama alituvuruka tukakaa mzuri. Siku moja nilikuwa wapi? Dar es Spain. Wow. Akanaga wa blue. Alikuwa na waka moto ya blue nikiwa Spain. Aliwasomea watu alikuwa anasema hapa. Mnafikiria sisi hatukuagi na kazi ya kufanya? We are here. We have jobs we need to. Akakasirika ndio huyo akaenda. But most of the things we started with her. Kama mambo ya Besima. She was instrumental. Bwana asifiwe sana. Nini nyingine alikuwa? Na structure ya kanisa. She was instrumental. Lakini sasa alianza vituko umang'aa. Lakini uzuri hujarudisha maragi. Unajua hapa alikuwa anaweka hapa green, hapa yellow, hapa blue, hapa white. Mdomo hapa chini red, huko juu black. Kucha zilikuwa ni kama za rainbow. Sasa ukimuona anakuja alafu alikuwa anavaa nguo nyingine, mgogo ilikuwa imefika hapa.
na Hutu tulikuwa tumekujwa vizuri, tumekuja hapa vizuri. Sasa wakakutana na mtu mwingine anaitwa kwa Kemani, mzee wa kanisa. Mama anataka kuja kuniona kwa ofisi, lakini she is half naked. Akakutana na mlokole, wale wanakaaga biguni, specialist. Huyu hakuwa anajua ni vibaya kukuja hivyo, maana alikuwa ametoka kanisa ingine ya hapa, iko hapa chini, na huko hawaulisagu hata ukitembea uchi, hakuna mtu anakuuliza. Sasa yeye alikuja hivyo hivyo. Sasa akakuja anasema, I want to see apostle. Na Kisungu, ni mtu amesoma sana. I want to see apostle. Na alikuwa na kanyaga, alafu alikuwa anavaa kiatu ya yellow padi na black padi ile. Na Kemani ni wale watu wanaonaga mtu anaona shetani, haoni Mungu. Akiona hii nywele, ile kitu ataona kwanza ni shetani, haoni kama kuna kamugu hata wacha huyu. Sasa wewe ungekuwa nje, wewe ungekuwa nje mzee Kemani, wewe ungekuwa nje. Ni wale wanaitwa narcissist. Kemani alikuwa narcissist. Wale mtu yani hakuna kitu kizuri anaweza kuona kwako, nothing. Tulienda tukatuma mama mwingine huko Thika aende atafute kiwanja ya kanisa, na akaenda na akapata. Lakini kwa sababu Kemani alikuwa anamchukia, alikuja akaniambia, that is nonsense, nonsense. Nikikiu, hata choo huwezi jenga kwa hiyo kawaja hako, hata choo huwezi jenga. Tumejenga kanisa na bado 3/4 of the land is still unoccupied. 3/4 of the land it's unoccupied. Lakini tumejenga choo na kanisa. Lakini mzee alikuwa anasema hakuna. Ni wale wazee wanaitagwa narcissist. Alirudi wakati alihama hapa, alipigia, kuna mtu akupata message yangu venye mimi ni mbaya, alipigia, alimake sure amepigia kila mtu na kutuma mapicha manini kila mtu, na message zingine za ile za award na zile award, na ile message za Jehovah Witness, zile za dunia kuisha, dunia venye taisha, the rapture. Una imagine hawa wanaume, unamwona mwanaume usio hivyo. Ndivyo Kemani alikuwa, unamkumbuka? Alafu kalikuwa kamse kafupi. Mimi naogopa wazee wafupi. Ni wabaya. Afadhali mwanamke mfupi. Sasa Magi, habari yako? Salama. How have you been? I'm well and grateful, sir. Yes. Yes, sir. Umekuja kututembelea. Are you back home? Uko hetoka wao toka. This is always home. This is always home. Yes. Now you want to come and settle. It is well. I know you have moved. Umetembea. Kakuja ukaona baba ndio the best. You're always the best. Thank you. Mpigieni makofi. Sasa sitaki utupatie story mingi. Mimi najua uko na mingi. Hiyo kile tutapigia kwa ofisi. Si ndio? Sasa chukua bagi yako. Chukua tu bagi yako. Simama. Dorcas kuja. Bea bagi hiyo. Gotini ndio yako. Wakuere. Ule nyona kama first lady magikuero. Kogi. Kira gete ha. Kira gete ha. Kana kakati na di service niki. Nikigeka. Apeleko kwa watoto wale wengine. Na huyu anafanya nini hapa? Na karamu, na hujajishikisha karamu hapa. Enda kwa watoto wale wengine huko juu. Enda service ya watoto. Wedi? Unaogopa nani? Kuja nikupeleke mimi. Hautaogopa. Achana na yeye. Thank you. Pieni Magi makofi. Thank you very much. Ukomotigwa kama gogona. Uliaka gadharia. Wadhani agosho. Nigonete mutumia uma ule. Oka. Ule mutumia, wewe mutumia. Ule mama. Kama oka. Oka. Ananimoke. Maratu ohetie. Ananimoka goto report rocini. Kaeni hapa. Mmoja kae hapa na mwingine kae hapa. Na usilale. Tukageria gushuka haha. Ukaha. Na wageria gushukira haha. Kuja hapa. Na ujeke madhabahu yako hapa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sometimes unajua when you are operating in the spirit of a commander, unafanyanga vitu zingine hata dunia haiwezi kuelewa. Kwa hivyo mnanisamehea tu. Si ndio? Just forgive me. Hata sometimes mimi sijielewagi. Ama mnaniona kama ninajielewa? Mnaona kama najielewa? Officer? When you look at me, do I look like I know myself very well? I don't even understand myself. Yule mama alienda. Alitoroka. Oh yeah. Mama ametupatia maneno. Hiyo si ya kutajwa hapa. Hiyo nitaekea watu confidential. Wasikie. Ile mpango imepagwa na wale watu wamepanga. Wacha ile ingine. Wacha afadhali ya Kasongo. Afadhali ya Kasongo, maana tunajua Kasongo tumekuwa tukipigana na yeye. Sasa ile maneno imepangwa kwa hii. Na ile ilikuwa imepangwa kwa mlima. Si ulienda mlima? Tulikuwa na kulewe. Tulikuwa tumekungojea kwa mto. Wewe hatujui unatumiaga Mungu gani? Wewe tulikuwa tumekungojea kwa mto. Ulipitia wapi lakini? Kumbe walikuwa wametungojea Kiabuthia. Unajua ni vizuri kutumiaga maakili. Maana Kiabuthia ndio kuna mto. Walikuwa wametungojea wapi? Na walikuwa wachukue watu wangapi? 7 that day. Ndio mjue mlima ati mlima si ya mama yako. Kai na watu manaji ye. Kai ni mama ka. Joy, ulistuka? Ati wale wametumana. My best friends. Na sisi walikuwa wamesema kikulacho my best friends. Hello. Lakini uzuri amemalizia kusema nini? Ati sasa hatuna haja na wewe. Umetushida. Lakini kuna warning nimepatiwa. Ako wapi Roda Maria? Roda Maria. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimepatiwa warning leo. Nini? Ati nisiguse popu leo. Nikiguza popu leo, watoto wangu watakufa. Ni message. Sinafikisha venye imekuja. Ati nikijaribu kuguza popu leo, maana popu leo ndio Mungu. Which is true, nimewafundisha hapa. Who is Leo? Leo means lion. Who is the Lion of Judah? So who is Leo? Who is Pope Leo? Who is Pope Leo? The Lion of Judah is who? And the Pope anaitwa nani? So who is Leo? Jesus. Leo is Jesus. And we worship him. Dare touch our God. Na niliwaambia hapa, nikawaambia Pope Leo ni moto ya kuotea habari. Huyo sasa ndio ile Damathia. Wachana na ule mlikuwa mnasema this is the Damathia. Huyu sasa ndio yako na arrangement. It is from America. Na akakuja akapanda mlima. Unaona hiyo mlima hapo tulikuwa? Alipanda hapo 7 days. Wewe unaenda siku moja mnaanza kusema mguu, hata wengine wako kuja kanisa kwa sababu ati ndiraho tagothie ni la demo nao. Ndaigwa nginya ndena iroruka maguru makwa mie. Ndio woi Jehova, kai Jehova. Tunaenda hiyo side nyingine na hiyo side nyingine na hiyo side nyingine. Simulisikia kuna milango ngapi? 4 gates. And we must go to all 4 gates. Sasa kama ulichoka na hiyo ingine, hiyo ni steep. Hiyo ingine yote ni steep. Na mtamacha gari? Naacha gari? Aposto. Ulisikiaje? Gijali udo hata kumatoro. Kwa kiu ulipanda mguu? Ulidoya gari? Aposto, iwe ni aposto sasa ni pastor ama wewe ni aposto sasa? Wow. Maaposto watatu in one venue. Hey, hiyo ni moto. Si ndio? Asanteni sana. So confirmation ilikuja,
walikuja kuniambia nisiguse. Wamekubalisha hawa wengine lakini nisiguse Mungu. Wengine wamesema tumekuachia. Hata hatutakuua. Tumeona hauna haja kuuliwa. Lakini ni Mungu gani unatumiaga? Lakini ile ministua ni maapostles na mapastors ambao are involved. Hata mmoja ametoa watu ngapi? 7. Na nimeconfirm it is true because he is my friend. Na just the other day amesika mmoja. Just the other day. A cousin. Just the other day amezika a cousin. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwa shocked. Paka nikakosa nguvu. Najua nimekosa nguvu. Damakani daga hinya pio. So I never expected that. I never saw that coming. I never saw that coming. And that is why nikiwaambia tuombe. Nikiwaambia intercessors tuombe. Nikiambia kila mtu aombe, tuombe tu. We are alone. Tuliika. Imagine tuko alone kabisa. We don't have anywhere to run to. Because the people you think you can run to, ndio wamekupagia. The people you can run to, ndio wamekupangia. Mmoja alinipigia simu nikiwa Gong. Kumbe alikuwa anatafuta location yangu. Na akaniambia ninataka tufanye na wewe crusade Murang'a. Nikashidwa of all the people. Na ndivyo naona umevuma Kenya mzima. Crusade zako zinakujwa. Unanihitaji twende na wewe Murang'a? Why? Nilijiuliza wale watu tulikuwa nao nikauliza why now? Unanitaka tuende tukahubiri, tuende crusade. Crusade yako iko sawa. Mimi ndio yangu imekujwa kunjwa kidogo. Mimi ndio yangu nilituma yuko wapi yule mzee anaitwa? Yuko wapi? Amekuja leo? Sami. Hayuko? Nilituma Sami na kikosi waende hapa TRM. Walienda kupigana magumi. Walilimania huko wakalimania huko. Huyo akasema Dorcas amewanyima microphone ya Sense, akasema sijui nini ya Sense na akwapi my friend. Ameenda wapi? Aliko. Anaendaga wapi? Tukianza tukikaa chini lazima achomoke. Ninja. Mutike murugagire. Naona nimuhejuru nigi agekeheja ndengaragure na maubire yake ni mwebaba. Sasa akiheja na ngaragure alafu ani muuragira madathi meri tugumu twere. So walipigana. Sasa mimi ndio nahitaji kusaidiwa. Lakini sasa ananiambia tuende crusade. Nikadoubt kabisa. Na hiyo simu isiwezi enda. Na kutoka hiyo nikadelete namba yake na nikamblock. Maana niliona kuna kitu mahali walikuwa wamekaa na they were monitoring. Kwanza hii mlima. Siku ya tulienda Friday, Wednesday after here service. Nikachomoka kuna mtu aliniita. Katajiri kamzee, katajiri. Kana jenga manyumba. Kakanipigia simu kakaniambia kuja tukunywe chai. Nikapelekwa Mark Hotel. Unaona Mark Hotel? Wangapi unajua Mark Hotel? Iko padi gani? Roiro. Kakaniambia kuja huko. Tukaenda mpaka huko. Nikaenda nikakaa nikaogojea. Nikakaa nikaogojea. Alafu kalirudi kuniambia kalikuwa town. Lakini kamenivuta mpaka wapi? Roiro. Lakini kalikuwa wapi? Basi nilikuwa nimemwambia tukutane Serena ama tukutane Stanley Hotel. Kaniambia tukutane Mark Hotel. Kumbe Mark ni Mark. Mark ni madhabahu. Mark ni Mark. Sasa kakakuja kakaniambia sasa hapa iko kitu ambayo hata mimi imenisagasha. Kakaniambia umesikia mtu anaitwa Kenari? Nikamwambia sijasikia. Kaniambia akachukua simu. Akanifungulia application inaitwa Kenari. Application akaandika jina. Hebu jiulize. Nataka wewe ujione ndio ujue mimi nataka unisaidie. Hapa maneno namna gani? Hebu akaniambia chukua simu yangu nikachukua. Andika jina, niulize who is Dora Waroige. Nikaiuliza. Iliniambia mpaka siku ile nilizaliwa. Iliniambia mpaka kule nataka kwenda.
iliniambia, yani iliandika, inaandika yenyewe, haiongei yenyewe kwa simu. Mpaka ikaniambia unakuoga na mudhegi, na mudhegi yako ni wewe peke yako, kunayo dunia mzima. Akaniambia sasa hiyo ni kitu moja imenisagasa. Akaniambia uliza swali lingine. Mimi nikauliza. Nikamuuliza ni nini iko Mount Kenya? Ikaniambia kwanza wewe Dora, wewe ndio custodian wa Mount Kenya. Na unaenda tarehe fulani. Na ukienda tarehe fulani utafanya hivi na utafanya hivi, utafanya hivi na utafanya hivi. Oi guy. Kumbe nimekuja kujua hawa watu wako na app yao. Hawa watu wa Freemason. Na walikuwa nataka, alikuwa ananiambia si login kwa simu yako ndio Kenale akusugumusiage. Mimi nikachukua simu yangu, nikaeka hivi, nikamwambia imekataa. Na nikajifanya sasa nikaifinya ikazimika, nikamwambia ni ahora. Nikamwambia tutumie yako. Tukatumia mambo mingi na msito. I want to tell you my brothers and my sisters. Mutigiolimu, acha nituombe. Let us pray. Let us seek God. Tuliyehitire wametupangia. Na walikuwa wamefanya juu chini kuhakikisha hatuendi mlima. Mulifika na nyuki mkapotea. Na nyuki tauni kidogo kuliko Kayole. Tauni kidogo kuliko Kayole mkapotea. Watu wamesoma kama wewe. Si ulikuwa Saudi Arabia? Qatar. Qatar very sophisticated. Wewe Dadora msima. Kataoni kako na nyumba unaweza kuhesabu 1 2 3 4 5 6 7 8. Petrol station ni 4 na nyuki. Lakini mlipotea, imagine. Muga ni Mwaro. Wewe Mwaro. Wewe mpande ya Mwaro. Walipotea. Kukuja kufika kwa gate, mnaniambia ati basi haziwezi kupanda. Hello. Give me a break. Na zikazuiliwa. Haziwezi za shule zikaigia. Na in the same bus, same capacity. Au mutike tumire hakiri. Ona wanatodo mugane de murumaga ari. Si utumie tu akili hapo. Utumie tu akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana walikuwa wametupangia tusiingie. Kuna time tulikuwa tukue restricted. Kuna time walikuwa tukamate. Lakini sasa mimi nilitagulia huko saa 9 usiku. I was there. Maana nilijua what is going to happen. Nilikibia huko, nikakaa huko. Ndio nifukae nimeshika mlango, nimefungua. Otherwise tungeingia pamoja na nyinyi, hatungeingia. Tungepatana na askari hapo watuambie that meeting is illegal. Wale walienda Kiabuthia. Kulikuwa na polisi Kiabuthia kwa hiyo forest wa KWS na regular police. Walikuwa miongojea kikundi haramu ya Mugeke. Na hapo sasa ndio huyo mama ametuambia tulikuwa tumekungojea kwa mto. Na in fact hiyo hawa askari walikuwa wamesimama, ukiingia Kiabuthia lazima kuna mto utavuka, kuna mto unavukaga. Walikuwa kwa hiyo mto. Hello. Unaona how we are being watched? How we are being monitored? Na you are okay. No me ha he. The good thing is that each kanisa imetabulikana. Bigu inatambua, hata kwa shetani wanatutabua. Hello. Bigu inafanya nini? Hata kwa shetani wanatutambua, wanajua kuna kanisa. Sasa kuna watu wameungana pamoja. Main people, strong people, powerful people. Wamesema Haile Selassie lazima kuhamwe. Their mission is to make sure tumehama Haile Selassie. Na wametoa dhabihu. Wametoa binadamu wangapi? Na nywe hahari. No wewe vioma na no utaye vioma. Yeah? Are you seeing the picture? God has really favored us. Hata kufika kwa mlima na tukaenda na tukaomba. How beautiful are we?
Imagine nimeambia hawa. Mtu nilimwambia ingie pale na kamera twende tupige picha yetu. Hakuna hata kapicha amepiga. Unaona shetani venye alikuwa anafanya. Na muuliza anasema tulikuwa watu wa Dhobe walikuwa wanachukua. Na basi uliingia kwa gari kuja kufanya nini? Ati nilifikiria watu wa Dhobe wanachukua. Si walikuwa kwa kazi yao. You have to have your own archives. Sasa hatuna. Nilikuwa nataka iwekwe pale muone how beautiful. Hakuna picha hata moja. Iko wapi? Sio hii. Hakuna picha nyingine? Enda uweke, mwambie kuja hapo. The good thing, hata mkibeba mimi nakuwa strong. Hata mawazo yenu ikichukuliwa kidogo, I am strong to defend you. That is the reason you need to have a strong father who is there. Na nyinyi munishikilie, munashika mikono. Si eti ni strong father mwenye anakula ugali peke yake ndio nipate nguvu. Hapana, strong father ambaye ameshikiliwa mikono. Moses was strong, lakini alihitaji mikono ya nani? Uri na nani? Alihitaji nani? Uri na nani? Yes, I need you. Support me. Simama na mimi. Nishikilie tu mikono. Nishikilie tu mikono. Vizuri. Na ninajua nitatoboa. Maana tumetoboa. Kama watu wametoka Turukana. Just imagine. Turukana. Pastor. Niwe hariri. Kuja. Ulisema ni interpretation ama ni nini? Eh? Nataka gani? Tuhubiri pamoja? Uko na utatodoira kama ule mzee? Kuja. Nani jinto mudhani hadiri? Okay. Tutika kihoro no Nwana huko hata kugasigwesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wametuwekea? Kuja tu hapa. Kuja tu hapa. Jizoeze hii madhabahu. Utakuwa ukikuja regularly. Amen. Yes. Utakuwa ukikuja, tunatuma mwingine Lodwar, uona kuja, tunakutuma Thika, tunakutuma London, tunakutuma huko. Yani it is a movement. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtika keto horere yoyo. Pigieni makofi vizuri. Hai. Hai. Pigieni tena makofi mzuri. Makofi yenye haina kewaru. Thank you. Thank you very much. Introduce yourself. Majina yangu naitwa mchungaji Monica Mecha, na kwa neema ya Mungu nashikilia kanisa letu la Lodwar, na niko pale hapo ndio tunamuita Mungu, na mimi ni mama, mimi ni shosho, nimeolewa, nina mume. Ako wapi huyo mume? Ambaye ako pale. Yeah. Na huwa simama tu watu wakuone, usimpatie microphone. Okay. Ukimpatia microphone tumevutwa kazi. Atatuweka tu kando pole pole. Oh, yeah. He's a good man. Amen. Simama tu tena watu wakupigia makofi. Na sasa kwa ile secretariat yetu. Secretariat ile yetu tulitengeneza. Yule mzee ni headmaster na ni mkubwa sana uko Lodwar kabisa. Is a big man. Big man. Nimemweka ako hapo. Mliona jina hapo. Nimemweka ako hapo. Sasa wewe ulete akili yote uko nayo mingi. Mkae na secretariat na mpage hiyo maneno ya kanisa, muangalie nini tunaendelea vizuri. Now we need to be very professional. And also Maasai. Usiwache Maasai nje. Weka Maasai ndani. We need them. Ama namna gani? Into the secretariat. I need your brains. Najua ukitengeneza tuseme it's your tengeneza pia huyu. Ati ni one man guitar. No, I don't want this thing. Ya kwamba hahitaji jambo hili. Yeah? Yeah, tuendelee. Okay. This is not about one man guitar. Hili si jambo la mtu mmoja peke yake. It is about the family. Lakini jambo la familia. We must build a family. Lazima tujenge familia. We must walk together. Lazima tutembee pamoja. In a manner that God loves us. Katika njia ambayo Bwana anatupenda nayo. We must be very special. Lazima tuwe watu wa muhimu sana. Because we are special. Kwa sababu sisi ni watu wa muhimu. And we have been anointed. Ya kwamba sisi and the anointing we have. Na ile upako ambayo tuko nayo. Nobody else has such hakuna yeyote aliye na upako kama huo. We are so special. Sisi ni wa dhamana sana. That we have conquered. Ya kwamba tunaweza tukashinda. The demons of the mountain. Mapepo ya mlima. If you look
look at the pictures on Kama your unaweza screen, tazama pale kwenye runinga, you can see how beautiful unaweza we ona kama are. jinsi tulivyo warembo. You can see how powerful we Unaweza are. ona jinsi tulivyo watu wenye That nguvu. we were at the mountain. Tulikuwa kwenye mlima. Nobody else Hakuna yeyote yule has ever had a crusade ambaye ameweza kuwa na in the kongamano mountain. katika mlima. In 1952, Katika mwaka wa 52 there is this Akorino sect. kuna mtu huyu mmoja ambaye ni Mkorino, The Akorino sect. kwa kundi la Kikorino, And this Akorino sect, na kundi hilo la Kikorino they used to call them walikuwa wanajiita Aroti. walikuwa wanajiita wenye maono, Yeah. wenye kuota. They used to call themselves Aroti. Walikuwa wanajiita wenye maono. They were the original Walikuwa ndio wale watu halisi Akorinos. wa Korino halisi. They were led by somebody Nganga wa Wanjiru. Walikuwa wanaongozwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Ng'ang'a wa Wanjiru. They were dressed like you were Walikuwa dressed. wanavaa jinsi mlivyokuwa mmevalia. And that same venue, Na katika sehemu ile ile, that is where they congregated. hapo ndipo walipokusanyika. That is where they met. Hapo ndipo And walipokutana they prayed. na wakaomba. And Kenya became Na independent. nchi yetu ya Kenya ikawa na uhuru 1952. mwaka wa When 56 everybody was being captured. wakati kila mmoja alikuwa When ameshikwa, everybody was being arrested. wakati kila mmoja alikuwa amenaswa, When Mzee Jomo Kenyatta was arrested wakati mzee Jomo Kenyatta alikuwa and amekamatwa taken to na Kapenguria. akapelekwa katika sehemu ya Kapenguria, And that's where he was jailed for 7 years. na huko ndiko alikofungwa kwenye gereza kwa miaka 7. This is the time the Aroti, Hii ndio wakati wenye maono they went to the mountain, walienda kwenye mlima, the same place we were, kwa ile sehemu ambayo and they tuliyokuwepo, did their prayers, na wakafanya maombi mahali and they pale, raised an altar there. na wakatulia They raised an altar there, na wakainua madhabahu mahali pale, and Kenya won the na battle. nchi yetu ya Kenya ikashinda vita. Many years down the line, Miaka mingi iliyopita, about 60, is it 60 or kitu 70? miaka From 1952, kutokea mwaka wa 52, some do the math. Yeah? 73 mwaka wa years later. miaka 73 baadaye, 73 years later. miaka 73 baadaye, And this man, Ng'ang'a wa Wanjiru, na huyu mtu Ng'ang'a wa Wanjiru was with my grandfather, alikuwa na babu yake apostle General Waroinge. General Waroinge. He's the one that anointed them for the battle. Yeye ndiye aliyemteua kwenye He was vita. the Samuel of those guys. Yeye ndiye aliyekuwa Samuel wa wakati Ng'ang'a wa ule. Wanjiru is the one that anointed Ng'ang'a wa Wanjiru Kimathi. ndiye aliyeamuliwa, He's the one that anointed Kimathi. ndiye aliyemutia mafuta Kimathi. He anointed Mathenge. Akamtia mafuta Madhenge. He anointed Mwariama. Akamteua Mwariama. And all these guys were first Na watu cousins. hao wote They were first cousins. walikuwa ni binamu wa, He's the one that anointed them. wao ndio aliowateua mafuta. 73 years later, Miaka 73 baadaye, Dora Waroinge, Nduro Waroinge, the grandson of my grandfather, mjukuu wa babu yake, with a contingent from the Crusaders for Christ Ministries, with an army, akiwa na jeshi, akiwa na jeshi from Crusaders for Christ, kutoka kwenye kanisa la Crusaders for the Christ, synagogue, the army, serikali, makomando, makomando, the powerful people, watu wa nguvu, dressed in a holy garments, mavazi ya a holy kitakatifu, people, waliokuwa from a wameteuliwa holy nation. kutoka kwenye They taifa went to teule, the same mountain na kwenye mlima huo and they huo, conquered the na demons, wakapiga and they mapepo, conquered them, wakapiga and mapepo, destroyed their na altars, wakaharibu madhabahu, and we raised a new na tukainua altar. madhabahu We raised mapya, a new tukainua altar. madhabahu mapya. God is a God of another chance, Mungu ni Mungu wa nyakati zingine, because those men kwa sababu watu wale and those women na hao that wanawake went to the mountain, waliokuwa kwenye mlima, they went to the mountain because people were dying. walienda kwenye mlima kwa sababu watu walikuwa The nakufa, Mzungu was killing kwa people. sababu wazungu walikuwa na waua The watu, Mzungu was destroying mzungu Kenya. alikuwa na waharibu The watu, Mzungu had taken away the land of mzungu Kenya. alikuwa ameteka nyara nchi yao, They went in vote lakini wakaenda mahali and pale, prayed wakahusika mahali for the pale, nation. wakaomba kwa ajili ya taifa, Prayed wakaomba for the Mau Mau, kwa sababu ya maumau, Prayed wakaomba for the Gen Z of kwa those sababu days. ya jenzia si nyakati Because zile, then Mau Mau kwa was the sababu age wakati of the zile Gen Z. maumau walikuwa ndio wale walikuwa And now we have the same Mau Mau coming na up. hata sasa tuko na wale maumau ambao God wanainuka. has chosen us. God has chosen us Mungu ametuteua to go to the mountain kwenda kwenye mlima and pray just as they na did, kuomba jinsi walivyoomba and being renewed. na kuwekwa upya, And surprisingly, na kwa as kushangaza I was reading, alipokuwa they anasoma were there walikuwa pale
in the month of August, katika mwezi wa 8, month of August, mwezi wa 8, date 8, tarehe 8, in 1970, mwaka wa 1952. mwaka wa 52. That is the time they were there. Hiyo ndio wakati walikuwa The pale. same date, Katika siku ile we were in ile, that mountain. katika ile What a tulienda coincidence. kwenye mlima. Je, What a plan of God. ni kusudi What a plan of ni God. mpangilio mgani wa Mungu? It was powerful. Ilikuwa jambo lenye Look nguvu. at the rain. Angalia jinsi mvua The rain was dropping mvua ilinyesha because we prayed. kwa sababu And tuliomba, God said, na Mungu I akasema have heard ya kwamba amesikia, your prayers. amesikia I maombi have yetu. heard Nimesikia your prayers. maombi yetu. Oh! Amen. Somebody shout amen. Mtu aseme amina. Somebody shout Sema amen. amina kwa sauti. God has done it. Kwa sababu Mungu ametusikia. Now on our sermon, Sasa the Bible says, Biblia inasema you are blessed. ya kwamba wewe umebarikiwa. Tell your neighbor, Ambia jirani yako you are blessed. ya kwamba wewe umebarikiwa. Tell your neighbor, Ambia jirani yako you are ya blessed. kwamba wewe umebarikiwa. Then tell your neighbor, Ambia jirani yako I am blessed. ya kwamba mimi nimebarikiwa. I am blessed. Mimi nimebarikiwa. In the book of Genesis, Katika kitabu cha Mwanzo, chapter number 1, mlango wa kwanza, and the verse number 26, mstari wa or 26, rather verse number 27. mstari wa 27. I'm going to read it Anaenda kusoma because that is not part of what I had decided I had planned to read. kwa sababu sio sehemu ya kile It ambacho has alikuwa just amepangilia come into kusoma, my, it has just come into my lakini mind, imekuja tu kwenye mawazo yake and we are going to read it. na tutasoma. So God created man in his own image. Kwa hivyo Bwana Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake In mwenyewe, the image of God, na kwa he mfano created wake him. mwenyewe Mungu akamuumba mwanadamu, Male and female, akamuumba mume na he mke, created them. akawaumba. In verse number 28, Mstari wa 28, and God blessed them, na Mungu akawabariki, and God said to them, na Mungu akawaambia, be fruitful, muwe wenye mazao, and multiply, zaeni matunda na and fill mkanawili, the earth, na mjaze nchi, and subdue it, na muikaitawale, and have dominion. na mkatawale. That is so wonderful. Hiyo ni jambo kuu And kabisa. God Na blessed Bwana them. akasema, And God blessed them na Bwana akawabariki when he created man, wakati alikuwa naumba mwanadamu, and he created the woman. na akaumba mwanamke kwa The mume. best thing he did to them Jambo nzuri alilofanya kwao, is to bless them. akawabariki. Tell your neighbor, Ambia jirani yako, I am a blessed face. mimi nimebarikiwa. I am a blessed Mimi ni face. chombo kilichobarikiwa. Tell your neighbor, Mwambia jirani just yako, tap your neighbor. mguze tu Just kidogo. tap your neighbor. Mguze tu kidogo. Maybe they are not understanding. Pengine haelewi. Maybe they don't understand what you are Pengine saying. haelewi kile ambacho Tap them and unachokisema. tell, Mguze tu I am a kidogo. blessed Mwambie person. mimi ni I am not mbarikiwa. ordinary. Mimi si wa I am not kawaida. ordinary. Mimi si wa I am kawaida. a blessed Mimi person. nimebarikiwa. I am anointed. Mimi I nimeteuliwa. am carrying the anointing. Mimi nimebeba The mantle of Joshua. nimebeba The jozi la mantle of Joshua. Elijah. Nimebeba Joshua The la mantle Elijah. of Moses. Nimebeba joho la The Musa. mantle of John. Nimebeba joho la I am Yohana. carrying it now. Nimebeba sasa. I have the power. Niko I na have the nguvu. grace of Niko na God. neema ya I have Mungu. the anointing. Niko na upako. I have the power. Niko na nguvu. I am a conqueror. Mimi ni I mshindi. am a winner. Mimi nimeshinda. I am a conqueror. Mimi ni mshindi. I am a winner. Shinda. Amen. God has blessed you. Bwana amekubariki. He gave us wonderful people. Ametupa watu wa That ajabu. we went to the mountain Ya kwamba tulipoenda mlimani and we conquered. na tukashinda, They had planned to stop us. walikuwa wamepangilia ili They had tusifaulu. made every arrangement that we Walikuwa were not going to get into wameweka the mipangilio mountain. yote ili tusifike kwenye They had mlima. prepared even people that are going to cause chaos. Walikuwa wametayarisha pia watu ambao watasababisha There were vurugu. people there that would cause chaos on Kuna us. watu mahali pale ambao walikuwa They wametayarisha had, vurugu. they had swords and pangas. Walikuwa na panga na visu. Because for them they believed Kwa we have sababu come wao to destroy. waliamini ya kwamba wanaenda kuharibu. We are going to destroy their kingdom. Wanaenda kuharibu ufalme wao. But it is always be wise. Lakini ni vizuri kuwa makini. Be wise. Kuwa mwerevu. When you are making kingdom advancements, Wakati unafanya mambo ya kifalme, you be wise. unakuwa mwerevu. You don't become kienyeji. Hukai tu kienyeji. You don't become kienyeji. You do them with wisdom. Fanya ukiwa na And you hekima. don't just attack. Na mashambuli You don't just attack. na huendi tu kushambulia, You do a plan. fanya mpangilio. You organize. Unapangilia. You plan Unapangilia. how to enter, Jinsi how to go, jinsi and utakavyoenda how to make it. na hii jinsi utakavyofanya If you ifanyike. don't know how to Kama plan, haujui jinsi ya kupangilia, Joshua Yoshua was told by God, aliambiwa na Mungu organize your ya kwamba army. andaa jeshi lako, Take your first army pereka jeshi lako la to go kwanza to the front of the city. kwenda kwenye upande sehemu ya mbele To the front of the city. katika sehemu ya At mji, the same time, na kwa wakati huo huo take another army chukua jeshi to lingine go behind the city. kwenda nyuma ya mji, And
now the people on the front of the city, na kwa hivyo pale mbele kwenye mji allowed them to go and attack the city. Wakaruhusu kuingia na kushambulia mji. Allowed to get into the city. Waruhusu waingie ili washambulie mji. Supposingly I'm seeing they are in Githurai. Anajaribu kuangalia kama walikuwa pale Githurai. And the other army is in Ngong. Na jeshi lingine lilikuwa katika sehemu ya Ngong. And now the one that were in Githurai, na wale ambao walikuwa katika sehemu ya Githurai, they were told to go and attack. Waliambiwa waende wakashambulie. And God told Joshua, na Bwana akamwambia Yoshua, when they reach Ngara, wakati watafika Ngara, while they are in Ngara, wakiwa katika sehemu ya Ngara, make them pretend they are cowards. Wajifanye ya kwamba wako waoga. And they ran. Na wakakimbia. Towards Githurai. Wakakimbia kuelekea Githurai. People of the place is the Ai. Watu ambao walikuwa katika sehemu ile ya Ai, they saw these people are cowards. Wakaona watu hawa ni waoga. And they chased over them. Na wakamkimbisha. And they followed them to na Githurai. wakafuata hadi katika sehemu ya Githurai. The army of Joshua ran to, na lile jeshi la Yoshua likakimbia to Roiro. Kukimbia kuelekea Roiro. They went to Juja. Wakakimbia Juja. And these people started celebrating. Na hao watu wakaanza kusherehekea. For the first time we are conquering. Kwa mara ya kwanza wakishinda. For the first time we are killing the Israelis. Kwa mara ya kwanza For the first time we are destroying them. Kwa mara ya kwanza tukiwaharibu. For the first time we are killing them. Kwa mara ya kwanza tunawaua. And they came all of them. Wakaja wote. All of them they came out. Wakaja wote. They came out of the city. Wakatoka kwenye mji. To go after the children of Israel. Wakaelekeza kwa wana wa Israeli. And again God had told Joshua. Na pia Bwana akamwambia Yoshua. The ones that are in Ngong. Waliokuwa kwenye sehemu ya Ngong. They get into the town. Waingie kwenye town. Because now the town is empty. Kwa sababu sasa mji ulikuwa uko tupu. And once they get into the town. Na mara watakapoingia kwenye mji. They set it on fire. Waikaweza kuwasha moto. They set it on fire. Wakawasha moto. They set it on fire. Wakawasha moto. While the army was chasing after the children of Israel. Jeshi lilikuwa linachasha wana wa They Israeli. turned back. Wakageuka nyuma. And they saw their city burning. Na wakaona mji ukichomeka. Your enemy will turn back to see your city burning. The enemy will turn back to see the city burning. They didn't have anywhere to go. Hawakuwa na popote pa kwenda. The city was consumed. Mji ulikuwa umechomeka. The city was burned. Mji ulikuwa unachomeka. Because they thought this is the only army. Kwa sababu walifikiria hili ndilo jeshi la God kipekee. had already prepared an Lakini army. Bwana alikuwa ameandaa jeshi lingine. And he prepared the wisdom. Na akawa amehatarisha kwenye hekima zao. And that is how the enemy was defeated. Na hivyo ndivyo adui alivyoshindwa. The enemy is not defeated by the thorax. Adui hashindwi kwa sababu ya mawazo yetu. You don't use your thorax to defeat enemies. Ushindi adui kwa sababu ya kifua chako. It is not by power. Si kwa nguvu. But by the Spirit of Lakini God. kwa Roho Mtakatifu. You don't go to battle by flesh. Kwa vita kwa nyama. It is not a matter of flesh. Si jambo la mwili. It is wrestling with the principalities. Ni kupigana na maroho. And the powers. And authorities. Na mamlaka. And the kingdoms. Na falme. To destroy them. Kuharibu. To bring them down. Kuwaleta chini. So that we can be able to win. Ili tukashinde. You have to use your brain. Unahitaji kutumia akili yako. And I'm happy with you. Na ninafurahi kwa sababu yenu. Because the battle I've had for 1 year. Kwa sababu vita ambavyo amekuwa navyo kwa mwaka mmoja. The battle I've had for 1 year. Vita ambavyo amekuwa navyo kwa mwaka mmoja. Is to raise a team. Ni kuinua jeshi. That uses the spirit to battle. Kila jeshi ambalo utakalotumia roho ili from the villages kwa sababu kutoka kwa vijiji you've been battling, umekuwa ukipigana, you've been fighting, umekuwa ukipigana, returning to sender, ukirudisha kwenye pale umetoka, ukisema ashindwe, that you've been fighting, yakuni umekuwa ukipigana, you've been doing the battle, umekuwa ukifanya vita, thorax you do the battle, umekuwa ukifanya na kifua chako, you don't allow God to do your battle, hauruhusu Bwana akatepigana vita zako, hauruhusu Bwana kufanya vita zako, kwa sababu umekuwa ukifanya because you think you can make it. Kwa sababu ulifikiria unaweza ukashinda. But it is not by power. Lakini si kwa nguvu. Nor is it by might. Si ni kwa it is by the Spirit of God. Bali ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. So the Spirit of God must get into you. Kwa hivyo Roho Mtakatifu lazima ingie ndani yako. For you to win this battle. Ili wewe ushinde vita hivi. For you to defeat people like Mukuimondo. Ili wewe ushinde watu kwenye For the people to defeat people like Mukuimondo. Ili wewe uweze kushinda Mukuimondo. And to defeat people like Kasongo. Na kushinda watu kama Kasongo. And to defeat people who are witches. Na kushinda wachawi na warogi. You need to be smart. Unahitaji kuwa mwerevu. You need to be smart. Unahitaji kuwa mwerevu. You need to be clever. Unahitaji kuwa mwerevu. You need to have God. Unahitaji kuwa na Mungu. Because they will want to irritate you. Kwa sababu dunia wherever I teach. Kila mara anapofunza. I teach
teach because something's about to happen about the anafunza kwa teaching. sababu jambo liko karibu And I kufanyika. thought last time, Na anafikiri wakati do mwingine not be offended. ya kwamba usikuwe na shauku. And if you look at the YouTube, Unapotazama kwenye the YouTube, entire week, wiki mzima they were trying to provoke me walikuwa wanajaribu kumshusha to mchungaji be chini. offended. Kumfanya ili Remember the agadhabike. lady that was here? Unakumbuka yule It binti was a aliyekuwa mahali preparation hapa? of the mountain. Ilikuwa ni maandalizi ya mlima. Look at the akina Mukuimondo. Waangalia kina Mukuimondo. It is all about preparation. Hiyo because of yote the ilikuwa ni kwa mountain. ajili ya maandalizi ya It mlima. is not because this is that Mukuimondo was a bad man. Si kwa sababu Mukuimondo alikuwa mtu mbaya, But something was put into him ni kwa sababu jambo liliwekwa to ndani make yake us got irritated. ili kufanya sisi tugadhabike. So once you get Kwa hivyo irritated, mara unapogadhabika you become offended. So and God na hivyo Bwana was looking for a pure heart. akaangalia moyo ambao uko safi. God was looking Mungu alikuwa anatafuta a pure heart, moyo ambaye ni a msafi, clean heart. moyo ambaye umesafisika. You have no luggages. Hauna mzigo You ndani don't yako, have baggages. huna jambo lolote ambalo liko Your ndani yako. heart is clean. Moyo wako ni To msafi, go before God, kwenda mbele za Bwana, go before the court of heaven kwenda mbele ya koti ya and mbinguni prosecute your case. ili ukawasilishe kesi You yako. cannot be able to prosecute your Huwezi case ukawasilisha kesi yako if you are offended. kama ndani yako And umegadhabika. that is what they Na wanted. hiyo ndio sababu walikuwa I wanayoitaka. remember as we were climbing to the mountain, Anakumbuka alipokuwa tunapanda kwenye mlima. my sister Lucy Dada yetu Lucy and the husband, na mume wake they were the first casualties. walikuwa ndio wale wa kwanza As kwenye they mlima. got to Nanyuki, Walipokuwa wanaenda na she nyuki, was driving a car, alikuwa anaendesha gari a lake. good driver for that matter, Ni dereva a mzuri. very educated driver, Dereva ambaye and a amesoma. very educated personality. Dereva na mtu ambaye amesoma But sana. she could not read Lakini hangeweza kusoma, the signals in the vehicle hangeweza kusoma zile ishara that kwenye oil gari is needed. ya kwamba mafuta yanahitajika. So by the time they were driving, Kabla wajaanza the kuendesha, car was about to knock. gari ilikuwa karibu iharibike. The engine was about to knock. Engine ilikuwa karibu And that is the kuharibika. time they stopped the car Na hiyo ndio wakati walisamsha gari and lao sought some people to come and help na them. wakaitisha msaada. So they wasted the entire Kwa hivyo day. wakaharibu muda huo wote. And they were trying to be Na disorganized walikuwa wanajaribu ili wasiwe kwenye so laini, that they cannot go to the ili mountain. wasikaende kwenye mlima. Then after that, Na baada ya hapo, the following day, siku iliyofuatia, in the morning, asubuhi yake, as we were going together to the mountain, tulipokuwa tunaenda pamoja kwenye at mlima, the gate, kwenye malango, at the gate, kwenye malango, the car gari that had been oiled, gari ambalo lilikuwa limewekwa oil, the engine said, injini ikasema there is no oil. ya kwamba hakuna If you mafuta. climb more than here, Ukienda zaidi ya hapa, your engine will cease. injini yako itakinyamaza. So I told them, Kwa hivyo akawaambia, park your car, iwegezeni mahali get pale, into my car. ingieni ndani ya gari Because langu, they are trying to stop us kwa sababu wanajaribu kutusimamisha so that we know make it die in ili time. tusikafike kwa Because wakati, it was about the time. kwa sababu ilikuwa ni kwa ajili ya muda, It was about the time. ilikuwa ni kwa ajili ya Because muda, already there was an angel kwa there. sababu kwenye mlima kulikuwa And na the malaika angel was tayari, waiting for us. na malaika alikuwa And anatusubiria, he had come purposely on the time. na alikuwa tu amekuja kwa ajili ya So muda. we were being delayed Kwa hivyo kukawa na so that we kucheleweshwa will not get there in ili time. wasikafike kwa wakati. So I told them, Kwa hivyo akawaambia, the car will not make us not go. gari halitatufanya sisi tusifike. We have an assignment that we have to Kwa do. hivyo tuko na jukumu mbele So yetu. drop your car. Kwa hivyo wacheni gari lenyu, Get into my car. ingieni ndani ya gari langu, Let's go twendeni before the enemy occupies the kabla ya land. adui hajachukua So nafasi. there is a situation Kwa hivyo kuna and hali, there is a system kwa hivyo na kuna that you system have to make things work. ambayo unahitaji kufanya And vitu that is zikafanye why kazi. God is a God of Na seasons ndio maana Mungu ni Mungu wa and a nyakati, God of time. ni Mungu wa Me, majira. I will never wait you. Yeye hata wayo If hata God has kutungoja. told me Kwa sababu kama Mungu it is 1 amemweleza o'clock that ya you are kwamba going ni to do saa this. moja atakuwa mahali If pale, it's 7 a.m., kama ni saa moja asubuhi, whether you are my mother, wewe kama Whether hata you yule are my mama yake, sister, hata kama ni dada whether yake, you are the one carrying the hata motor, kama ni wewe ndio I unabeba, will not wait for you. hata kungojea, Because I know kwa my sababu God anajua Mungu is wake a God that operates with the time. ya kwamba ni Mungu ambaye anatembea na Is a God majira, that operates in ni season. Mungu ambaye anatembea na So I wakati. told my sister, Kwa hivyo akamwambia dada tell yake, your husband, akamwambia chukua mume come wako, out of the car. tokeni ndani ya And they were gari. got into
the car. Na akaingia ndani ya gari There lake. was another guy. Kulikuwa na mtu mwingine Pastor pia. Maina. Pastor Maina. Pastor Maina is a rough driver. Pastor Maina ni mtu ambaye He's anaendesha gari there kwa. are those people that want to just climb the mountain with a speed. Ni wale watu ambao wanataka I kufanya vitu knew kwa this nguvu. guy is going to crash my Akajua car. huyu mtu anaenda kuharibu I gari langu. told him, no, you're not going to drive my Akamwambia car. hapana, hautaendesha gari Because langu. I know how to drive Kwa with the sababu mountain. ninajua kuendesha kwenye But he mlima. doesn't know he's coming from Molo. Lakini hajui kwa sababu Molo, there are no mountains. kwa sababu anatoka Molo. How you drive in a mountain is Kwa not hivyo how jinsi you drive in a slope. Kwa hivyo jinsi utakavyoendesha kwenye Another mlima guy si I sawa na cannot jinsi give my car is utakavyoendesha. this one. Ndio maana aweze kamba huyu gari This used to lake. be a makanga. Kwa sababu huyu alikuwa And a makanga. matatu driver. Na matatu I driver. discovered he came for my key. Akajua kwamba alitoka katika He came for my key. alikuja kwenye kuchukua That funguo give me zake. the key, I want to Ati drive. nipatie funguo nataka I kuendesha. told him, go and buy your Akamwambia car. enda nunua gari Go lako. buy your car. Nunua gari I lako. know the trick. Ninajua The devil has left najua Mukuyimondo. ujanja ambaye shetani The ameacha devil has Mukuyimondo. left Ruto. Wewe The shetani devil ameacha has left Ruto. everybody. Shetani ameacha Now kila he mtu. is in him. Sasa anataka He is kumtumia. in the car. Amechukua And gari la he is now Lucy. using the people. Sasa ameanza That I kutumia am watu. going there. I discovered Akagundua it is not in the plan of man. si kwa mpangilio wa It is not mwanadamu. in the plan of the flesh. Si kwa mpangilio But ya in the mwili. system of Lakini God. katika You majira are ya able to Mungu discern unaweza and ukatambua know what is na happening. kujua kile kinachoendelea. When you are able to discern Kwa hivyo unapojua what is happening around, ukijua kile kinachoendelea, you drop everybody. unawacha kila You mtu. drop your child. Unawacha hata mtoto You wako. drop your mother. Unawacha hata You mama yako. drop your partner. Unawacha hata You huyo drop mwenzako. everybody. Unawacha kila And the mtu. race to Na catch the kuanza time of kukimbia God. ili ukabiliane na Make majira ya sure you Mungu. conquer them. Hakikisha Because unawashinda. when you open the gate, Kwa sababu unapofungua malango they will not be able to close it. hawataweza And kuifunga. that was my idea. Na hiyo ndio ilikuwa idea yake. Before they opened the gate, Kabla hawajafungua I malango, was there to open it alikuwa first. amefika mahali pale ili And kufungua wa once kwanza. you open the Na gate, mara unapofungua mlango, the enemy will not get it. adui hataweza Because you kukufikia. have opened the Kwa gate. sababu ushafungua And that malango. was their plan. Na hiyo ndio ilikuwa agenda That is yao. why the lady that came here, Ndio maana huyo dada aliyekuja She mahali told hapa us, akatuambia, where did you pass through? mulipitia wapi? How did you go in? Muliwezaje kufika We mahali were pale? waiting for you at the gate. Tulikuwa tunangoja kwenye We were malango. waiting for you at the Tulikuwa gate. tunangoja kwenye malango. Oh, do you know the time they arrived? Unajua waliwasili muda gani? It is when your matatus arrived. Ni wakati matatu zenyu They ziliwasili. had already arrived. Walikuwa So washawasili. they got there before you. Kwa hivyo walifika mbele But mbele yenu. the problem was, Lakini shida ilikuwa already I am in. ya kwamba yeye tayari alikuwa I ashafika am kwenye the mlima. mantle carrier. Kwa hivyo yeye ndiye alikuwa amebeba I'm the joho. person carrying the Kwa mantle. sababu yeye ndiye alikuwa kama amebeba joho. So they didn't see any meaning Kwa of you. hivyo hawakuwa na jambo lolote na So nyinyi. they decided to punish you. Kwa hivyo akaamua kuwatesa. That's how you trek. Hivyo ndio maana mliamua You kutembea got kwa miguu. tired. Tulitembea kwa And miguu. by the Tulichoka. time you got there, Na wakati tulipokuwa I tunafika had pale, finished the job. alikuwa amemaliza kazi And I defeated them. na akawashinda. And we won the battle. Akawashinda And we vita. conquered them. Na tukawashinda. And we conquered the mountain. tukawashinda kwenye And we mlima. conquered Na her. tukashinda. That is how. Hiyo ndio And sababu. that is why it has taken me too long Ndio maana imewachukua muda mrefu to train a team that understands that language. It was- kufundisha. It was not about getting many people. Haikukuwa tu mambo ya kupata watu It was wengi. not about filling these seats. Haikuwa tu kujaza hizi It was viti. about raising a team Ilikuwa ni jinsi ya kuinua that timu can understand what I'm going through. itakayeelewa ni nini mchungaji alikuwa That can anakusudia kufanya. understand even if you go alone. Ile ambayo itakao wale ambao You watakaoelewa hata know ukienda how peke to- yako you know how to handle. utajua namna ya Last kukabiliana. time the demon spoke here. Muda mwingine wakati mapepo And yalizungumza it mahali said, hapa it is not your enemies who are attacking na you. akasema si maadui yako ambao wanakushambulia. Kikulacho kinguoni mwako. Kikulacho kinguoni mwako. So it now goes to a position Na kwa hivyo inaenda katika ile hali where now the brain and the heart and the spirit must work. mahali ambapo moyo na mawazo na roho yanaweza fanya kazi kwa pamoja. When it is my friend Kama ni wakati ni rafiki yangu huyu that is eating me anaweza kuwa ananikula and is a man that we eat na together, ni yule ambaye tunakula pamoja we naye, walk together, tunatembea pamoja, we move around together, tunazunguka pamoja we na are yeye, working together, tunafanya kazi and pamoja, everything I'm doing na we are kila ambacho together. chote anachokifanya. So she will be given something, Kwa hivyo atapewa kitu a big G, Big G, and we normally eat big G na huwa together. wanakula Big G wakiwa She'll be pamoja. given a big G, Kwa hivyo atapewa Big G and mtumishi na mtumishi nitaka big G gaka. mtumishi shika And Big I will G still continue joking around na with her, ataendelea pia kufanya mzaha na yeye, walking with her. kutembea na She yeye, knows what she has done. anajua kile ambacho But amekifanya, me, I don't know what she lakini has mchungaji done. hajui chochote. So this requires a lot of Kwa discernment hivyo hii inahitaji kuwa and a na lot of integrity hekima ya hali so ya that juu you can be able to know ili ukaweze that kujua the enemy
is not out there. ya kwamba adui hayuko The kule enemy nje. is my good friend. Adui ni yule The rafiki enemy yake. is a woman I call my Ehe, sweetheart. adui ni yule ambaye The enemy anamuita is a man I sweetheart. call my Ni brother. yule mume ambaye The anamuita enemy is ndugu a person I yangu. call my Ehe, pastor. ni yule ambaye anamuita The mchungaji wangu. enemy is my interpreter. Adui ni yule anaye The enemy is my adui interpreter. ni mkalimani. The moment you discover Mara utakapogundua that the battle is not outside ya there, kwamba vita si huko the nje, battle is vita inside, iko hapa ndani. you have to change the strategy. Lazima sasa ubadilishe And without God, na pasipo Bwana, without God pasipo Mungu and the proper training, na ile hali ya you will lose every battle utapoteza kila vita, because you are fighting with your enemy. kwa sababu wewe unapigana na maadui You are zako. planning your battles with your enemy. Unapanga vita zako na maadui zako. You are organizing with these friends. Unapangilia na hao marafiki. They are the people who are attacking you. Hao ndio And wanaokushambulia. they are the people you are sharing your Na information hao with. ndio unaoshiriki na hao You habari will zako. never succeed. Hutawahi You faulu. will never succeed. Hutawahi faulu. Because they will poison Kwa you. sababu watakutia sumu. They will tell your enemies outside there Wataambia maadui wako kule that nje he is coming. ya kwamba sasa anakuja. In that contingent, Na katika hali ile, that we were, na katika ile kundi tulikuwa as nalo, we went to Nanyuki, tulienda kwa ile sehemu ya Nanyuki. 2 of Mukuimondo people were in the bus. Wale wawili walikuwa kwenye lile basi tulilokuwa nalo. They were with us in the Walikuwa bus. nasi katika kwenye basi. And they had told me they are not going with me. Na wakaambia mchungaji kwamba hawaendi na And they yeye. had told me they are not going. Na wakamwambia kwamba hawaendi. Only to be told, Ila tu kugundua I am seeing so and so here. anamuona fulani na fulani. Then I told them, Na akawaambia let them to be in the bus. wacha wawe kwenye basi. But the chorus must be, Lakini wimbo ulikuwa we are going to ya Kiabudia. kwamba tunaenda kwa Mbudhia. And then they were alerting the other side. Na wakawa We are wanawahamasisha almost ya there. kwamba tuko karibu sehemu hii. We are almost Ya there. kwamba karibu So tunakaribia. every information was in Kwa Kiambudia. hivyo habari yote ilikuwa kule But Kambudhia. my lead team, Lakini wale walikuwa they naongoza knew we are going to where? walijua sisi We tunaenda are going to sehemu, Nanyuki. tunaenda Nanyuki. And we planned for journey. Na tukapanga That is safari why yetu. I said, Hiyo ndio maana mchungaji alisema every person must come here. kila mmoja lazima awae So mahali we hapa start a journey from ili here. tuanzie safari yetu By mahali that hapa. I was able to control everything. Na kwa hiyo aliweza kuweka mambo yote I sawa sawa. controlled every Akaweza movement. kuweka mambo yote sawa sawa. And I kept watching on Na the akawa vehicles. kila mara And I anafuatilia kept magari. praying for you. Na akawa And I anatuombea. kept covering you. Na akajificha And akatufisha. everything Na jambo lote worked well. ikaenda sawa sawa. Until when you were in Nanyuki. Hadi wakati mlipofika Nanyuki. That is when these two guys, Hapa ndio wale wajasusi wawili. Majasusi. When this Majasusi discovered it is not Kiambodhi, Walipogundua wale majasusi walipoguzia kama si Kiambudhia. they called their master. Wakawapigia wale simu. They called their master. Wakampigia bwana wao. And I told, now we are in Nanyuki. Ya kwamba sasa tuko Nanyuki. I think the direction has been changed. Nafikiri mwelekeo Now, umebadilishwa. the problem is, Shida ilikuwa we have the Sirimon route. ya kwamba tuko na barabara nyingine. The Sirimon route, the one that we used was Sirimon gate. Ya, kwenye lango la And Sirimon. we had the Chogoria gate. Lakini kulikuwa na gate mlango lingine la Jogoria. So Kwa hivyo they didn't know which gate. Kwa hivyo hawakachanganyikiwa, hawakujua ni lango lipi. So Dorcas and the company, Kwa hivyo Dorcas na kundi lake they did know also hawakujua pia which gate ya kwamba ni lango gani until they were there. hadi walipofika kwenye lango. Do you know what I did? Je, unajua kile mchungaji alichokifanya? Akina Dorcas were asking for me to send Dorcas walikuwa wanauliza the awatumie pill location. sehemu watumie. I didn't send it to them. Hakuwatumia, I sent to Susan. akamtumia Susan. So Susan had the map. Kwa hivyo Susan akawa But na they didn't ramani. have the map. Lakini wale wakuwa na Because ramani. the enemy had Kwa identified kwa sababu adui walikuwa that the shatambulika organizers of the trip ya kwamba waliokuwa her wanapangilia ni Dorcas and Rhoda na Roda and Makeka. na Makeka. So I denied Makeka and Rhoda to know. Kwa hivyo akawanyima ile fursa ya kujua. But I gave a different person. Lakini akawapa So mtu the mwingine. different person started organizing Kwa hivyo yule mtu tofauti and akaanza letting kupangilia. them know the route. Akajua ile barabara. So the enemies didn't know Susan is now the master plan. Kwa hivyo adui hakujua kwamba Susan I sasa have ndiye appointed amechukua a new nafasi. general. Ya kwamba amemteua In the jenerali mad mwingine battle. katika mabisha. I have appointed a new general. Amemteua jenerali In mwingine. the middle of the battle. Kwenye katikati The ya general vita. you had prepared for. Yule ambaye ulikuwa It is not your umejitayarisha. duty
ya kwamba hayuko kwenye Now a new general sasa kuna is generali mwingine commanding. ambaye anaamrisha. So they made sure quickly Kwa hivyo wakafanya kwa haraka close the two gates. funga la malango yote mawili. Unfortunately, their Na demons kwa bahati mbaya told them akawaambia already their leader is inside. ya kwamba tayari kiongozi wao yuko We have ndani, lost the battle. ya kwamba wamepoteza We vita, have lost the wamepoteza vita, We have lost the battle. wamepoteza vita. It is not by power. Si kwa It is nguvu, not by mighty, si kwa uweza, but by the Spirit of bali kwa God. Roho When Mtakatifu wa you have Mungu. your brain Wakati properly, uko na mawazo when yako you sawa, become smart here, wakati unakuwa mwerevu hapa, you do not get scared of anybody. usitoki kwa ajili ya mtu ambaye yote. All what you need to have Kile ambacho unahitajika is the kufanya Spirit of God ni kuwa na Roho Mtakatifu and wa allow Mungu God to control na you. kuruhusu Mungu akuongoze. Na unawacha kiberebere Ehe, na kiherehere. You leave it to God. unamwachia Bwana. You don't plan. There's times some people like Wairimu here, they sometimes they get so irritated with Watu me. wengine kama dada yangu Elimu hapo And wanagadhabika people like sana. Koki sometimes get so Na irritated kina with Koki me. sanzio wanagadhabika And people sana. like Rogoro sometimes get Na irritated wengine with kama me. Ruguru wanagadhabika Because sana. they will leave yesterday, we planned Kwa sababu well. jana tuliacha kama tumepangilia kila And kitu everything was vizuri. in order. Kila kitu ilikuwa kwenye sehemu Only yake. to come and Ila discover tu kugundua asubuhi Lucy was not in the ya list. kwamba Lucy hakukuwa kwenye It is Lucy that is mpangilio. preaching. Hakukuwa kwenye orodha na And yeye we had anahubiri. said it is Dorcas that will preach. Lakini tulikuwa tunasema kwamba Dorcas ndiye Now it atakayehubiri. is this man Sasa ni preaching. huyu bwana And they anayehubiri. had planned Na walikuwa wamepangilia prepared the na plan. wameandaa mpango only to discover the person least they expected. ila tu kugundua yule mtu ambaye It hawakutarajia is the kama one that is ndiye controlling. anaye anaongoza. To be smart. Kuwa mwerevu, To be smart. kuwa mwerevu. You don't need to go to school to be smart. Unahitaji kwenda shule ili ukuwe You need mwerevu. the intelligence of heaven. Unahitaji ni ya You need the bingu. intelligence of Unahitaji heaven. hekima ya bingu. And I'm proud of you Na that ninafurahi mchungaji the amefurahishwa na intelligence nini? of heaven Ya kwamba has started getting into you. Has started getting into imeanza you. kuingia ndani yenu. The heavenly intelligence. Eh, May you receive. Pokea. May you receive. Pokea. May you receive. Pokea. May you receive. Pokea. You will never lose a battle when you have the heavenly Wakati uko na intelligence. hekima ya bingu. It doesn't matter how big the person is. Haijalishi jinsi It mtu doesn't alivyo. matter how sophisticated the person is. Haijalishi mtu ako katika You namna gani. need the intelligence of Lakini heaven. unahitaji hekima ya bingu. David had an intelligence from heaven. Daudi alikuwa na hekima ya bingu. When these other people were looking at a giant, Wakati hao watu wengine walikuwa wanamuona yule giant, somebody who was so powerful, mtu ambaye alikuwa mwenye nguvu zaidi, somebody who was so special, mtu ambaye alikuwa ni wa dhamana a sana, person who was feared mtu ambaye alikuwa ameogopewa by everybody. na kila mtu. Everybody feared this Kila mtu man. alimwogopa huyu mtu huyu. David had an intelligence from heaven. Lakini Daudi alikuwa na hekima ya bingu. You need 5 stones. Unahitaji nyimbo 5. Only 5 stones. Unahitaji mawe 5. Only 5 Mawe stones. 5 peke yake. And a sling. Na ile vandiri. Kegodha. And a Vandiri, vandiri sling. na fandiri. Fandiri. Vandiri. And now, Na sasa the intelligence informed him. na ile wenye hekima The wakamhamasisha. intelligence from heaven. Wale wenye hekima wa bingu, The people in heaven. watu wa binguni, The body in heaven. mwili ulie binguni, The body, the intelligent body that is in heaven. ile hali yote wenye hekima, They lile kundi whispered, lote la wenye they hekima whispered to David. wakasema kwa sauti, And they told David, wakamwambia Daudi, do you know what? unajua nini? Between the helmet Kati ya chepeo and the bracelet. na mkufu. Is it mkufu? No. Si mkufu. It's bracelets, not. Seme jaketi tu. And the bracelets, Na kwenye kifua. there is a place. Kuna sehemu If you penetrate this stone, ukiweza kupenya jiwe it hili, will go through itaenda ndani and the man will die. na mtu huyu atakufa. And then this man Na huyu mtu huyu was taken to a classroom quickly. atakapelekwa kwa darasa kwa haraka. David was taken inside a classroom quickly. Daudi akapelekwa kwa darasa kwa As haraka. a spiritual classroom. Darasa ya And kiroho. that is why I normally tell Na ndio you, maana kila mara mchungaji anawaambia, be keen. kuwa When makini. you are praying, Wakati unaomba, don't overpray. usiombe sana. Pray 1 hour, Pomba kwa lisali moja, sit 3 hours keti masaa without 3 praying, bila with a kuomba. notebook. Ukiwa na kalamu, Listen to na what kitabu. God will tell Sikiliza you. kile ambacho Mungu If you anakuzungumzia. pray from morning Ukiomba kuanzia asubuhi until evening, hadi jioni, God will speak and you will not hear. Mungu atazungumza na hautasikia. In a night, Na kwa hivyo kwa usiku moja, pray for 1 hour omba only. tu kwa lisali moja. The rest of the 12 hours, Muda huyu mwingine wote go speak with a notebook. enda ukiwa na kalamu Don't na even kitabu sit chako. with anybody around you. Usikae hata na mtu karibu na wewe. Emotional, don't do it. Hizi mshene usifanye. Go sit Nenda in keti one of the corners.
katika sehemu moja with your notebook, na kalamu na kitabu you chako, will hear the intelligence from heaven. utasikia hekima They ya will mbingu, start speaking to you. utaanza And kuzungumziwa. what you do, you write. Na wewe kazi yako ni What you kuandika. do, you write. Wewe kazi yako ni kuandika. What you do, you Kazi write. ni kuandika. What you do, you write. Kazi ni kuandika. Don't overpray. Usiombe sana. Overlisten. Sikiliza sana. Don't overpray. Usiombe sana. But overlisten. Lakini sikiliza sana. Because God is talking. Kwa sababu Mungu He's anazungumza. waiting for you to shut your mouth. Mungu anangoja ufunge kinywa chako. Because you want to communicate. Kwa sababu anataka kuzungumza. They summoned David. Walimuita Daudi. You know, David had not gone to school. Unajua Daudi hakuwa ameenda shule. And they summoned the teacher of physics. Na wakaita mwalimu wa Quickly the teacher of physics was summoned. mwalimu wa fizikia wakamuita, And haraka sana he wakamuita. was told Na akaambiwa to measure this angle kupima ango and hii measure this na angle. kupima hii ingine. Then they use the compass Kwa hivyo unatumia ile compass. and the Pythagorean theory. Na unatumia hivyo. And he was told now Na akaambiwa sasa to get into the body of this man. kuingia katika mwili ya mtu huyu You need to stand in this unahitaji position. kukaa katika hali hii. And now Na kwa sasa you hear the kegoda. unahitaji kuzungusha, You hear the kegoda. unahitaji kuzungusha badili. And when it is at this Na angle, wakati ikiwa katika ango this is hii, the time you are going to hiyo release ndio it. wakati utaachilia. This information you can only find it from heaven. Ujumbe hii peke yake unaweza ukaipata mbinguni peke No yake. man has it. Hakuna mwanadamu ako No naye. man has it. Hakuna mwanadamu It ako has naye. to come from heaven. Imetoka mbinguni. Because you are a blessed man. Kwa sababu wewe ni mtu Because you are a amebarikiwa. blessed Kwa man. sababu wewe umebarikiwa. Only God can give you. Huyo ni Mungu peke yake anaweza Only God kukupatia. can give you Mungu the peke yake ndiye anaweza measurement. kukupatia ile Only kipimo. God can show you how to Mungu penetrate. peke yake ndiye anaweza kuonyesha jinsi ya Because this kupita. man was wearing Kwa a sababu cloth mtu huyo alikuwa amevalia that mavazi nobody can be able to ambaye penetrate. hakuna mtu angeweza kuvalia. But God knew there is a loophole. Lakini Mungu akajua kuna pengo. God only knew there is a Mungu akajua loophole. kwamba kuna pengo. And in that Na loophole, katika pengo lile he took David into the river. akamwambia Daudi, And he took David into the river. akamchukua Daudi kwenye mto. And he told David, Na pick aka- 5 stones. Na akamwambia Daudi, chukua mawe matano. Scientifically, he picked Katika hali ya small kisayansi chukua mawe madogo madogo. equivalent to the man to the system Sawa sawa na ile na hii where sehemu there is a loophole. ambapo kuna So tundu. he didn't pick big stones. Kwa hivyo hakuchukua mawe makubwa, He picked a stone akachukua tu mawe that will exactly enter the hole. ambaye itatoshea sawa sawa kwenye He never shimo. picked a bigger one. Hakuchukua jiwe He likubwa, picked the actual. alichukua kamili. That is an education you need from heaven. Hiyo ndio elimu unahitaji You kutoka can't mbinguni. get it from your pastor. Hauwezi pata hiyo kutoka kwa You mchungaji can't get it wako. from your pastor. Utapata hiyo kutoka kwa You mchungaji need it wako. from heaven Unahitaji kupata to be able to mbinguni know ili wakaweza how to kujua approach your jinsi enemy. utakavyokabiliana na Because your adui yako. enemy is Kwa sababu stronger. adui yako ana nguvu. The enemy is smarter. Adui yako ana The enemy uwerevu. is educated than Adui you. yako amesoma You kukuliko. need Ehe. heavenly brain. Unahitaji hekima ya You kibingu. need heavenly Unahitaji intelligence. hekima ya kibingu. You don't need to have muscles. Huhitaji kuwa mwenye That is misuli. why the Bible says it is not by power, Hiyo ndio maana Biblia inasema si kwa nguvu nor by might. wala kwa uweza. Even if grace you sleep, Hata grace it is ukilala by the power ni of kwa God. ajili ya uwezo wa It's Roho not by Mtakatifu. mighty. Si kwa nguvu. It's not by mighty. Si kwa nguvu. It's not you are a shocker. Sio kuwa na It's not misuli. how you know Si how kwa to do jinsi things. unajua kujua It kufanya is the maneno. plan of God. Ina ni mpango wa You can Mungu. only get the plan of Unaweza God tu ukapata mpango wa if you Mungu sit down kama unaweza to be kuketi told the plan of na God. kuambiwa mpango wa Tell your neighbor Mungu. I'm blessed. Ambia jirani Tell your neighbor umebarikiwa. I'm blessed. Ambia jirani Tell your nimebarikiwa. neighbor I Ambia jirani am ya kwamba blessed. nimebarikiwa. I am blessed. Nimebarikiwa. Tell him, do you know why I'm blessed? Ambia jirani, je, wajua kwa nini nimebarikiwa? I have a commander Kwa from sababu heaven nina komanda kutoka who mbinguni has gone through this ambaye amepitia and haya he understands. na anaelewa. It is not by my might, it's Anaelewa not by kwamba si kwa might, nguvu wala but uweza, by lakini kwa uwezo wa Roho it is by the Mtakatifu. Spirit of Ni kwa God. uwezo wa Roho This Mtakatifu. battle, Hii this joho battle, hili, when Moses wakati Musa was told by God, alikuwa ameambiwa na Mungu you are going to lead these people. ya kwamba unaenda kuongoza wana wa Israeli. Moses knew one thing. Musa alijua jambo moja, Without the intelligence from heaven, pasipokuwa na hekima ya I mbingu cannot make it. ya kwamba sitaweza. He went to God. Akamwendea I Bwana, am not going. akamuuliza Bwana, Not sitaenda unless, pasipo not unless pasipo I go with you. niende na pamoja nawe. I must walk with you. Lazima nitembee na I wewe. cannot
kwa sababu siwezi. There is this other man Kuna huyu mtu mwingine who was wise, ambaye alikuwa na hekima, smart guy, mtu but mwerevu, he discovered lakini the akagundua responsibility given to him majukumu yaliyokuwa is amepewa heavier than ya me. kwamba ilikuwa mzito This kumuliko. man was a king already. Huyu mtu alikuwa ni He mfalme had everything. na alikuwa na He vyote. had cows. Alikuwa na He ng'ombe, had camels. alikuwa na He ngamia, had goats. alikuwa na He had mbuzi, money. alikuwa He na had pesa, power. alikuwa mtu mwenye nguvu. But he took 1,000 Lakini cows. akachukua 1,000 cows. ng'ombe He 1,000 took them to the mountain akachukua kupeleka kwenye in mlima, Mount Gibeon. katika mlima Gibeoni, And he went there. na akaenda mahali He pale raised an altar. na akainua He madhabahu, slaughtered 1,000 cows akachinja ng'ombe as 1,000 an altar. kama sadaka. Once he slaughtered them, Wakati he alipoyachinja was so tired. alichoka, Then he went to sleep na somewhere. kisha akaenda kulala, And in his sleep, na katika kulala kwake God appeared to him. Mungu akamtokelezea And he told him, na akamwambia, now that I have heard you've slaughtered, sasa kwa sababu nimesikia umechinja, why were you slaughtering? kwa nini ulikuwa unachinja? Ask me what you want. Akaniambia sasa, akamuuliza, And niambie then I chochote will unachotaka give it to na you. mimi nitakupatia. Ask me what you want. Niulize chochote And I unachotaka will give it to na you. nitakukabidhi. There is a secret Kuna siri, of accessing kuna siri ya kuingia, the intelligence of heaven. kuingia katika You hali, don't just get it huipati tu bure if you don't sacrifice. kama hautoi sadaka. It is at the altar of sacrifice Ni katika madhabahu ya where sadaka, you meet the intelligence. ni katika madhabahu, hapo ndio It is at unahitaji the hekima ya altar of Mungu. Ni sacrifice katika where madhabahu God himself will ambapo come. Mungu mwenyewe anakuja. When you give a Wakati sacrifice, unatoa sadaka, God appears. Mungu anashuka. The presence of God comes. Uwepo wa Mungu When you unashuka. give a Wakati sacrifice, unapeana the sadaka, grace of God comes. neema ya Mungu inashuka. And that's a point. Na hiyo ndio God sababu will come, and when the presence of God comes, Mungu anakuja, na wakati nguvu za Mungu when the zinakuja, presence of God comes, wakati nguvu za Mungu he zinakuja, does not come alone. hakuji peke He yake, comes to the promise. anakuja na He ahadi. will ask you a question. Anakuuliza swali, Ask me what you want. anasema siniulize I will unachokitaka, give it to you. nitakukabidhi. When God's presence comes, Wakati uwepo wa Mungu unashuka, God must give you a promise. Mungu lazima akupe ahadi. He asked Anauliza Solomon, Solomoni, ask what you want. uliza chochote unachokitaka I'll give it to na you. mimi nitakupa. Then there is this other man Na pia kuna huyu mtu mwingine who had the intelligence of heaven. ambaye alikuwa na hekima ya His name mbingu. is Abraham. Mtu huyu anaitwa Ibrahimu. After looking for a baby Baada ya kumtafuta for mwana 90 years, kwa miaka 90, the same God who gave him a baby, Mungu yule yule aliyempa he mtoto came and told na him akakuja in the akamwambia book of Genesis katika 22, kitabu cha Mwanzo he 50, told Abraham, akamwambia Abrahamu, Abraham, Abrahamu, he Abrahamu, said, here I akasema nipo am, hapa Bwana Lord. wangu. He told him, Akamwambia, give me your son, nipe mwana wako, the only son, mwana Isaac, wako wa kipekee Isaka, whom you love. ambaye unampenda. Those are three powerful statements Hayo ni that you need to be very careful when you are giving a sacrifice. unahitaji kuwa makini sana unapotoa sadaka Abraham, yako. Abraham, Abrahamu, give me your son, nipe mwana wako, the only son, mtoto Abraham, wake wa the kipekee son that you love. ambaye alikuwa So amempenda. it must be Kwa hivyo lazima a iwe, sacrifice lazima iwe sadaka of what you love, ambacho ya ile ambayo and it must unaipenda, have a name. na lazima iwe na jina. Give me your son, Nipe mtoto wako, the only son you mtoto have. pekee ambaye uko His name naye, is Isaac, jina lake ni Isaka, and you love him. na unampenda. Give it to me. Nipatie, Take him to Mount Moriah. mpeleke katika mlima Moria, In one of the mountains. na katika mojawapo ya milima Take him to Mount Moriah. mpeleke katika mlima Moria, In one of the mountains. katika mojawapo ya milima. So it is not every place that you take a mountain. Sio ati ni katika kila sehemu ya milima unaweza Not kupeleka every sadaka yako. mountain is a mountain. Sio kila mlima ati ni mlima. Not every mountain is a mountain. Sio kila mlima ni mlima. It must be appointed to you by Lazima God. uwe umeamrishwa na And Mungu. what you give a Na kile sacrifice, ambacho unatoa kama it must dhabihu, be a direction from lazima God. pia umepata mawasiliano kutoka kwa What Mungu. exactly you give Kile ambacho unahitaji and where kufanya you give na it. sehemu ambayo That unahitaji is what we kufanya. call the intelligence of Hiyo heaven. ndio ambayo tunaita hekima So ya mbingu. Abraham was Kwa hivyo told, Ibrahimu take the child to the mountain. akaambiwa peleka mtoto kwenye In a mlima, place called Moriah. katika mlima wa Moria, In one of the mountains katika sehemu moja ya milima that I'm going to show ambayo you. nitakaye kuelekezea. So he took the Kwa child. hivyo akapeleka mtoto wake. Remember, Nikumbuka Mrs. Mecha. Mrs. Mecha. Leave alone Pastor Mecha. Ehe. I'm talking to Mrs. Mecha. You have your daughter. Amen. A good daughter for that Amen. matter. Nina binti wangu, binti Then wangu. Mecha comes. Alafu Mecha akuje God has told me ya kwamba Bwana amemwambia to take our daughter. ya kwamba kuchukua binti wetu. Where? Wapi? To the mountain. Kwenye mlima. To do what? Kufanya nini? God will talk to me. Ya kwamba Bwana atanizungumzia. No, imagine a Sasa mother hebu tafakari.
Fix yourself there. Jitafakari, jiweke katika kiwango This hiki. is a man that tells you Ya kwamba huyu ndio mtu that anakuambia God has spoken to ya you. kwamba Bwana amemzungumzia. Yet this God is not speaking to you. Ili hali huyu Mungu hakuzungumzii. And now remember the pain of getting the Na baby sasa Joshua. kumbuka ile uchungu wa kumpata mtoto. Remember the pain of getting the baby. Kumbuka ule uchungu wa kumpata 90 mtoto. years of waiting. Miaka 90 ya Then kungojea. the same God that gave Ati na you huyu Mungu yule yule aliyekupa tells you I need this baby. anakuambia nipatie huyu mtoto. And it is this man that has come Na ni huyu Bwana ambaye anakuja and says God needs. na anasema ya kwamba Bwana anahitaji. Just imagine. How will you be left in the home? Utabakia namna gani kwenye The boma? wisdom of heaven Ya bingu did not allow haikuruhusu Abraham to speak to the wife. Abraham kumzungumzia mke wake. Because their wife could have stopped the Kwa whole sababu matter. mke wake angelimzuia. So Abraham's mouth was shut. Kwa hivyo Abrahamu kinywa chake kikafumbwa. He went and picked the baby, Akaenda akamchukua mtoto the donkey, na punda and the 2 houseboys. na wajakazi And wawili they fetched firewood na wakatafuta kuni and a knife na wakisu and they moved the na mountain. wakasonga. Abraham told the wife, Abrahamu akamwambia mke wake we have gone out with Isaac. ya kwamba tumeenda kutembea, We are going to have nyama choma somewhere. ya kwamba tumeenda na Isaka kutembea We mahali, might give you a call. ya kwamba tuweza kukupigia simu. Just imagine this man. Fikiria tu mtu He huyu has gone, he's going to the ya mountain kwamba anaenda kwenye to mlima slaughter a boy, kuchinja the kijana, only boy. kijana wa kipekee. My question is, Kwa swali lake ni nini? because you are not going to come with a baby, Kwa sababu hautakuja nyumbani na mtoto. what will you tell Mrs. Mecha? Utaambiaje mke wa Mecha? Where is the baby? Mtoto wako wapi? I have given the baby to Ya kwamba God. nimempatia Which Bwana God? Mungu mgani? Oh my God, which Mungu God? mgani? Which is this God? God, I need my baby. I need my baby. Nahitaji mtoto wangu. That is what we call the wisdom of heaven. Hiyo ndio tunaita hekima ya The bingu. intelligence of heaven. Hekima ya bingu You cannot be able to control it. hauwezi una It mamlaka has juu yake. its own Kwa sababu ni plans. ya kipekee. It has own dangers. Ni ya kipekee. Its own preparations. Ina maandalizi Its own yake. parameters. Ina maandalizi You yake. cannot be able Hauwezi to supersede the plan of God. kuweka You mpango ya cannot be Mungu. able to Hauwezi cancel the plan of God. kukanusha mipango ya And as Mungu. the man went to the mountain, Na mtu huyu alipoenda kwenye he mlima didn't know where exactly hakujua haswa ni sehemu where gani. I am going to slaughter my Alipokuwa boy. anaenda kumchinja mwana, He went to the mountain akaenda kwenye mlima and sat in the na mountain. akaketi kwenye mlima For 3 days, kwa siku 3. he waited for Akangoja the next instruction. ili apewe jambo lingine. Was this man making noise? Je, mtu huyu alikuwa Was this man making noise? mtu huyu alikuwa anafanya kelele? Was this man denying? Alikuwa Denying and decaying? Was there noises? Je, kulikuwa na kelele? He was not denying. Hakuwa anapiga kelele, He hakuwa was not anarina. kicking. Oh, He hakuwa was not anarina. rebukking. He was not rebukking. Hakuwa na He was calm. alikuwa He ametulia. sat down Akaketi chini and waited na akasubiri for the next kwa instruction. sababu ya jukumu lingine. If you don't have time Kama huna muda to wait for the next instruction, kumngojea kwa ajili ya you maagizo will mengine, miss God. utamkosa You will Mungu. find yourself in the wrong line. Utajikuta katika sehemu ambayo Abandon haifai. your miracle you're supposed to come. Pahali muujiza ulikuwa You go ukuje, to another village unaenda kwa kijiji and kingine, start again na huko pia searching for God. ukimtafuta Mungu. Yet God had received you. Na kumbe Mungu Yet alikuja, God has heard you. na kwamba Mungu And alikusikia your luggage had already been dropped. na mzigo wako That's the ushaachiliwa. time now you find caretakers. Hapo sasa ndio unaanza kupata wale wenye Because kuchukua. once God has released your luggage, Mara Mungu anapoachilia it is mzigo never wako, returned to heaven. hairudi tena mbinguni. The angel will look around Malaika and ataangalia find who is ready to be na blessed. kuona ni nani aliye tayari Then kubarikiwa, this person will be given na the blessing. na anaachilia ile baraka yako, And now your baraka will be being used by somebody na sasa else. baraka yako inaanza kutumiwa na That mtu is the mwingine. reason most of you are driving Ndio old maana cars. wengi wenyu hamwendeshi magari yenu wenyewe, You are driving old cars. mnaendesha magari yaliyozeeka, Because this car came when it was new. kwa sababu gari hili lilikuja wakati lilikuwa That is the jipya. reason you are wearing a mutumba. Hiyo ndio maana unavalia nguo ya mtumba, Because this car was made, this clothes was made in shop. kwa sababu hili gari lilikuwa limetengenezwa No, likiwa this cloth you are wearing mutumba cloth. hii nguo ya mtumba unaivalia From the factory, kutoka kwenye factory, it was written your name. ilikuwa imeandikwa jina lako. But
when you called it to come, lakini ulipoita ije, you moved from the position. ukaondoka katika ile sehemu ya baraka. Because heaven, Kwa sababu bingu they ask you for the location walikuwa wameuliza sehemu uliko and the PO box na sanduku lako and la where to be found na sehemu ambayo and the utakapopatikana street. na katika ile and the barabara road. na njia. So these angels from heaven, Kwa hivyo hawa malaika kutoka they are mbinguni given the code wakawa wamepatiwa ile of namba where they received your antennas. ya ile sehemu ambayo walipata Because mawasiliano they yako, received your antennas from here. kwa sababu walipata mawasiliano yako kutoka So hapa. it is here the luggage will be Kwa dropped. hivyo ni hapa kifurushi chako And now kitakachoachiliwa. because you are tired of waiting, Lakini kwa sababu ulichoka kungoja, you went to Ezekiel in ukaenda Mombasa. katika sehemu ya Ezekiel kule Mombasa. The baggage, the bag will come. Kifurushi chako It will come here. kilikuwa kije hapa. Written your name. What's your Kilichokuwa name? limeandikwa jina lako. Jina lako Your name nani? is Jane. Njeri. Do you have another Njeri here? Je, tuko na Njeri mwingine Who's hapa? another Njeri? Tuko na Then Njeri the mwingine. shout will be, Kwa hivyo somebody call Njeri, wanasema kwa sauti mtu anaitwa and Njeri Njeri will raise their na Njeri hand. anainua mkono wake. Njeri will pick Njeri anachukua the car, lile the gari, key of a new car, ufunguo wa and gari she will mpya, be driving. na anakuwa While this Njeri, kwa sababu hali she is Njeri in Mavueni akiwa Mavueni to seek miracles, akitafuta miujiza, only to come back ila tu kugundua to find kukuta the car is being driven ya by kwamba somebody. gari inaendeshwa na And mtu the other mwingine, Njeri will na, come. na ule Njeri mwingine anakuja. Oh my God. Anakuja anasema, oh Bwana God wangu, has blessed me with a new car. Bwana amenibariki na gari And this jipya. Njeri will say, Na huyu Njeri kisha I have anasema been dreaming with this car. ya kwamba nimekuwa nikiota na This gari is hili. my dream car. Hili ndilo gari langu This la is ndoto. my dream Hii car. ndio ndoto ya I gari know yangu. my God Ninajua Bwana will wangu bless me. ya kwamba I will have atanibariki. a car like this one. Itakuwa na gari kama hili. Only not knowing Ila tu kujua it is your ya car. kwamba ni gari It is lako. not a dream now. Hii sio You are ndoto ya looking saa at hii. your car, Wewe but unazungumzia with gari somebody yako, else. lakini liko na Because mtu of your mwingine. tanga-tanga Kwa sababu you. ya kutangatanga Because you kwako, don't have kwa patience sababu hauna to kuvumilia seek the intelligence kutafuta from hekima heaven. ya mbingu, Seek this intelligence tafuta hekima ya from mbingu heaven kutoka to mbinguni, make you understand kuhakikisha the processes of God. uelewe tabia The za Mungu, processes of God. uelewe hali The za process Mungu, of God uelewe is njia not za in a Mungu, hurry. kwa sababu njia za Mungu God si is za not in a haraka. hurry. Mungu hana You are haraka. going to get a husband, Unaenda kupata but mume, not tomorrow. sio kesho. You are going to get a wife, Unaenda kupata not mke, tomorrow. lakini sio In kesho. the plan of Katika God. mpangilio wa And when Mungu. God gives you that Na husband, wakati Mungu anakupa huyo mume, move to stage 2. enda katika sehemu ya pili. And this stage 2, Na hii sehemu ya pili, Mungu you have given me a husband. Bwana umenipa mume. How do you want me to handle? Unataka Bwana nikabiliana na huyu mume namna gani? Give me wisdom Nisaidie na hekima to handle ili nikaweze kukabiliana this marriage. na huyu mwanaume. That is what King Solomon Hiyo ndio maana mfalme Sulemani went to God. akaenda kwa Mungu. He knew he was a king already. Alijua kwamba yeye ni mfalme He had tayari, the power already. alikuwa na nguvu tayari, But he never went straight to the power. lakini hakuenda mara moja kwenye nguvu, He sought from God. lakini alienda akamtafuta Bwana, Give me the next move. akamwambia nipe sehemu hiyo Yes, I nyingine. know I am a king. Ndio ninajua kwamba mimi ni But mfalme, I don't know how to lead your people. lakini sijui namna ya kuongoza I watu wako, need your wisdom. lakini ninahitaji hekima Some of yako. us have been given businesses by Wengine wetu God. tumepewa biashara, Some of us have been given jobs by God. ya kwamba tumepewa kazi na But you Bwana, lacked how to handle. lakini hatujui Some of us have kukabiliana. been given handsome guys like Wengine me. tumepewa handsome, wanaume warembo. Handsome guys like me. Wengine wamepewa wanaume warembo But kama you have yeye, not been able. lakini hawawezi. Maybe I was your husband. Na pengine alikuwa mume wako, But you didn't know how to handle lakini me. haukujua namna ya That is why somebody else is handling ndio me. maana mtu mwingine anamka. And now you are left alone. Na sasa umewachwa You peke have yako, wasted your time. umeharibu muda For wako 5 years hanging kwa or waiting miaka on mitano me. ukikaa Somebody ukingojea. with the wisdom of Mtu heaven. anahitaji He hekima ya came and mbingu, grabbed me. akamchukua. And someone said, Na that was my first girlfriend. Na mtu akasema huyu alikuwa ndio rafiki yangu wa That was kwanza, my first ya girlfriend. kwamba huyu alikuwa rafiki wangu wa kwanza wa See kike. how they are really blessed. Unaona vile Do wamebarikiwa. you know the owner of this company? Unajua mwenye hii kampuni, She's Gladys. yani ni Gladys. We were in the same school. Tulikuwa naye shule moja, She's my first girlfriend. alikuwa ndio rafiki wangu wa kwanza. And you know, Na je, wajua you are outside the gate, ya kwamba uko kwenye nje ya malango waiting for the supervisor to pick you ukingojea yule supervisor akuja kuchukue to go and work as a casual worker wewe kwenda kufanya pale kama mtu wa in the mkono company of your first girlfriend. katika ile kampuni ya girlfriend wako wa You kwanza. see how we miss the target. Unaona jinsi tunavyokosea, You see how we miss the target. unaona jinsi tunavyokosea shaba And yetu. now that she knows Na sasa kwa sababu anajua you are the one that broke her virginity, ya kwamba wewe ndio uliyemtoa and ubikira she wake, got so angry with you, na akawa na uchungu
kwa sababu And yako. she knows that if he employs you here, Na akajua ya kwamba akikuajiri mahali you hapa, will speak it out. utaisema. You will mess the company. Utaropokwa. You will mess the company. Utaharibu kampuni. And she's watching at the CCTV. Na anaangalia kwenye kamera. She calls the supervisor. Na anamuita yule Can you supervisor. see that guy in a red shirt? Anamwambia huyo jamaa atoke Can you hapa ask kabisa. her name? Muulize His name. jina lake. And says, is Mark Karaoke. Anasema anaitwa Mark Karaoke. Don't give him a chance. Anasema usimpe fursa. Don't give him a Usimpe place. nafasi. Because how? Imagine she go. I Anasema, was your first boyfriend. imagine alikuwa rafiki wako wa You are kwanza. the boss. Wewe ndiye I'm coming to seek a job anakuja kutafuta kazi. where we are happily living with my husband. Pale anafurahia na mume wake. Will I allow you? Je, I atakukuruhusu? can't allow you. Hawezi Because kukuruhusu. you'll come to mess up. Kwa sababu anajua utakuja You'll come to kuharibu. pang here. Utakuja kuropokwa. You'll come to meow here. Utakuja And start behaving like you na are the owner kuanza of the kujifanya kama company. wewe ndio mwenye I'll chase kampuni. you. Atakufukuza. And that's how you miss Na your hivyo ndivyo That is how ulivyopoteza. you miss the blessings. Hivyo ndivyo Because ulivyopoteza you never baraka. sought the intelligence Kwa of sababu heaven. haukuwa na You hukutafuta never hekima ya sought God to Mungu. bless you. Haukumuuliza You Bwana. never sought God what God has given you. Hukumuuliza Bwana kile ambacho It is amekupatia. something that you cannot be able to Ni kile control. ambacho hauwezi Having a woman like this kuwa one, na mke kama huyu and making her na kumfanya to live in my house, kumfanya aishi that she gets out of her father ya kwamba anaweza kuacha kwao and the mother. na kuacha baba yake na mama You yake, live, she comes out of her na village anatoka kwa kijiji chao to come and stay with me. kukuja kuishi na huyu A person I am not related. mtu ambaye hata We hawaitanishi, are not the same. hawatoki kwa She is a Lua Makikuyu. yeye ni Mjaluo, yeye ni She Mkikuyu. comes and decides, Anakuja tu this na is a man I'm going to stay with. ya kwamba huyu ndio mwanaume You ambaye ishi na need yeye. intelligence. Unahitaji kuwa na hekima This is an animal you need to ya kwamba understand. hii ni mnyama. This is an animal you need to understand. You need God Unahitaji to Mungu help you understand this animal. kusaidia ufahamu hii, Because this is an animal you don't know kwa where it sababu came huyu ni from. mnyama, hujui alitoka You don't wapi, know the formulation of this hujui animal. jinsi So you alivyotengenezwa. don't just come, I am my Kwa hivyo husband. hawezi kuja tu mume I wangu, have a mume wangu, husband. nina mume. I have blessed the husband. Nimebarikiwa You na have a husband. But there are many women out there lakini kuna watu who wengi got kule the nje wisdom that you don't have. ambaye wako na hekima ambaye And by wewe the huna. time you realize Na kitama you unapogundua don't have a woman, unagundua ya kwamba you are hauna not mume, married, ya kwamba then you hujaolewa, go out there, ya kwamba unapoenda you kule pick nje another one. unachukua mwingine, You go there, unaenda you pale pick another one. unachukua mwingine, And by the end of the day, na mwisho wa you siku become the most useless person unakuwa mtu bure kabisa, because you are hopeless. kwa sababu wewe ni huna You have matumaini, lost it. Let umepoteza. me tell you one thing. Wacha nikwambie jambo moja, The blessings of man baraka za mwanadamu does not come from a woman. hazitoki kwa mwanamke. So never be lied, you men. Wewe ni wanaume, Never be lied that every man, msidanganyike ya kwamba kila every mwanaume, successful man kila mwanaume aliyefaulu has a woman beside. ya kwamba ako na mwanamke kando That yake. is not the case. Hiyo ni uongo. The case is here Hali ni hii, that in every woman na katika kila mwanamke and every man na mwanaume there is a connection. kuna kuunganika, That the woman has 50% connection ya kwamba mwanamke ako na of your blessing asilimia 50 ya baraka that zako is negative, kuliko which is negative. ambaye ni We have battery has two sides. tuko na sehemu mbili. The woman is the negative Tuko na sehemu ya negative of the battery. na tuko na sehemu ya positive. So the woman has Kwa 50% hivyo mwanamke ako na asilimia of the 50 blessing you need in ya your baraka life. ambazo unahitaji katika maisha And the yako, man has na mwanaume pia 50% ako na sehemu ile of the ile positive side. ya sehemu ile ya positive. So if you connect this side Kwa and hivyo this side, ukiunganisha sehemu hii na sehemu hii, the bulb will come to na life. hivyo basi balbu It inaweza is not kuwaka. about the woman beside you. Si tu kwa ajili ya mwanamke ambaye Because you uko can have naye, a crook kwa sababu beside unaweza you. kuwa na mwanamke You ambaye can ni have a gaidi. poison beside Unaweza you. kuwa na sumu You can kando have a yako. murderer beside you. Unaweza kuwa na You muuaji can kando have yako. a destiny killer beside Unaweza you. kuwa na muua hatima You need kando the yako. wisdom Unahitaji to hekima understand this is the negative of my positive. kuelewa hii ndio sehemu yangu nyingine. You need the wisdom Unahitaji to know hekima this is the negative of my positive. kujua ya kwamba hii ndio So sehemu yangu this is nyingine. ever ready. Kwa hivyo hii ni So ever if I connect this and Kwa this hivyo one, ukiunganisha hii it na hii will work. itafanya Not kazi. every woman is a Sio kila woman. mwanamke ni mwanamke. Not every woman that must be beside you. Sio kila mwanamke lazima awe The kando yako. chemistry must be there. Lazima ndio awe pale. The chemistry must Eh, there. ile kali There lazima must awe be pale. understanding Lazima kuwa na that kuelewa. this is the right person kwamba huyu ndio who is mfasiri carrying the other side of ambaye you. anabeba sehemu yangu And you are nyingine. carrying the other side Na of wewe him. pia unabeba So sehemu when yake you nyingine. come Kwa hivyo together, nakapo kuna you mnakuja produce pamoja, the light. unatoa mwangaza. And not beside Ya you, kwamba sio kuwa not kando yako, behind you. sio nyuma It is yako. about the Ni connectivity. ile hali ya You kuunganika. must have wisdom from Una heaven lazima uwe na to be hekima able to kitungu, know ili uweze this is kujua the right ya kwamba vessel. huyu ndiye mtu halisi.
And if you find a woman Na pia ukipata mwanamke or a man keeps complaining na mwanaume ambaye kila mara and becoming insecure kila mara analalamika over na the relationship, anakuwa hayuko una uhakika na ile mahusiano, start thinking twice. anza kufikiria mara mbili. There is a red flag. Ya kwamba hiyo ni Because if I got you, ya kwamba kama I'll alikupata, be comfortable with you. ya kwamba atakuwa sawa na Because you are wewe a choice from heaven. kwa sababu wewe ni chaguo la I'll mbingu. not be worried. Hata kuwa na I will wasiwasi. even let you go with 5 women. Hata atakuacha pia uende na wanawake I will watano. even leave you in a room with 5 Hata women. atakuacha pia kwenye chumba And na I won't wanawake take watano. care. Na hata shughulika Because I know kwa sababu the anajua one who takes care yule ambaye is anachunga watching. anatazama. If you build a house Kama unaweza kujenga nyumba and God is not involved, na Mungu hahusishwi, it is in vain. hiyo ni kazi bure. Even if you put roadblocks, Hata ukiweka they vizuizi, had put all roadblocks wanaweza weka to vizuizi stop zote us from accessing the Mount kuacha Kenya. sisi ili tusikafika kwenye mlima, But God had a different plan. lakini Bwana alikuwa na mpango We will tofauti go there. ya kwamba tutaenda mahali God had pale. a different plan. Mungu alikuwa na mpango They tofauti. stopped your cars Walisimamisha magari from yetu accessing the mountain. kutopenda kwenye mlima, But God knew. lakini Bwana akajua. Do you know one thing? Je, mnajua jambo God moja? knew there is a mistake you're Mungu making. alijua ya kwamba kuna You are kosa. not possessing the Mungu alijua ya mountain. kwamba hatuko God knew that you're making a serious Mungu mistake. alijua ya kwamba You tunafanya are not kosa. possessing the Ya kwamba mountain. hatutaki So he made mlima. sure Kwa hivyo the akahakikisha soldiers refused ya you kwamba maaskari to come with your cars ili tusikaingie so na that you gari can zetu. walk Ili tukaweza and kutembea. possess the mountain Na kuteka nyara by fire, mlima. by force. Kwa moto. You possess the mountain Tukateka by nyara fire, mlima. by force. Kwa moto. You paid the sadaka. Tukalipa Oh sadaka. my God. Oh yes. Yes. Lazima mungetembea. Because the mountain had to be possessed. Kwa sababu mlima ulikuwa lazima tuteke nyara Now mlima. you have the right Sasa tuko na of haki ownership haki ya of the urithi. mountain. Tuko na haki ya urithi wa That mlima. is why by the time you reach the mountain, Ndio maana tulipofika kwenye mlima you are walking this way. tulikuwa tunatembea. The center bullet had gone. You are walking this Tulikuwa way. tunatembea. By the time you are in the mountain, Katika hadi you are muda tired. tulikuwa tumechoka. You are tired. Tulikuwa tumechoka Because you hate kwa to sababu possess. ilibidi tuteke And by the nyara. time you reach there, Na pamoja your tulipofika pale, legs, your what you call miguu that? yetu, miguu You have- nyayo zetu. The soul. Is it a soul? The soul tie. Vidonda. There must be a soul tie. Lazima God was making a soul tie. Mungu alikuwa You know anatufunganisha. what happened? Je, mnajua I saw kilichofanyika? Mr. Mecha when he arrived. Aliona Msamecha He alipowasili, removed his shoes. akatoa viatu vyake. I saw Erimo when she was there. Alipoona Wairimu She mahali removed pale, her shoe. akatoa viatu vyake. I saw everybody that was there. Akaona kila mtu aliyeko mahali They pale. thought it's a formula. Walifikiria tu ni But hali. God was telling you, Lakini Mungu alikuwa this is a holy anatuzungumzia ground. ya kwamba hii ni Mungu. Remove kiasi your cha- dirty shoes. Toa viatu Remove vyako. your dirty shoes. Toa viatu vyako. This is a holy Ni ground. hema ya mtakatifu. Wow! Hey! Oh yes. Rise upon your feet. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. Yeah, you can do it. You can do it. Amen. Oh, can you put your hands together for Pastor Monica? She's smart. The intelligence of heaven. Amen. Is this an AI on a ChatGPT? It is calm. Hallelujah. Na mnasema hatuna wahubiri. Tunao ama hatuna? Tuko na jogoo. Thank you. Amen. Mecha kangumu. Kangumu. Tengeneza mtu kabisa. Yes, we need stars. Amen. This is one of the stars. Amen. I'm so proud of you. Amen. May God bless you. Amen. May God anoint you. May God lift you up. Yes. And one thing I want to say about you. Na jambo moja ningependa kusema Come kunihusu. here now. Yeah. Come here now. There's one thing I want to tell you. There is this thing that called soul tie. This thing called soul tie and the family foundations have been so much against you. Right now, because you started an altar, everybody is up in arms against you. Sure. From your mother, your brother, every family member, even your daughter. They are not listening to you. And it's so painful to you. Very painful. That now, God, I was a crook. I was doing bad things. Now I have started serving you. And this is happening to you, to me. Are you real?
Did you ask God that question? Yes. Yeah? Several times. Yeah? Several times. Are you real? That's what you ask God. Are you real? Even you felt like you did the wrong thing. Sure. But you've never told this man. I've been suffering. Yeah? You've never told him. Speak This to me, man oh is- God. This man has been walking with a person who is ready to die anytime. This woman, she has given up. Had it not for you pushing, this woman has given up. It is too tough for her, too painful for her. She's not seeing God. She's not seeing God at all. Oh God. Say a word. Say a word. Oh God, say a word. Lord, I'm tired. Lord, Give me John. Give me the book of John. 1 John. 1 John 5 verse 4. 1 John 5 verse 4. Can somebody intercede for her? Can somebody intercede for this soul? Hold on. Look up. Shake a microphone here. God has spoken. Can you read at the screen? Can you be able to read? Do you have good eyes? Yes. Read it. For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has come over the world. Thank you. Oh, Jesus. The victory of God is unto you. Oh, God. You have won the battle. Amen. You have won the battle. No weapon fashioned against you. Jesus. You have brothers, your sisters, your parents, everybody around your life. All those have been running and chasing after you. From today they have been subdued. Amen. They will come. Just as they did when Job time came. Their brothers, sisters came with gold and silver to bless their brother. They will come with gold. They will come with the silver to bless you. From today they will see you are God. From today they will see that God indeed chose you. You are not there in vain. You have paid the price. God has said so, and the price has been cancelled. And everything that has been operating against you, God has removed it. Now you are a holy woman, ready to serve in the kingdom. Every altar that was speaking against you from the family, every evil altar, family foundations, bloodline foundations, have been broken in the mighty name of Jesus. Can somebody say amen? Thank you. Now stop crying. Yes. The storm is over. Yeah. Sit down.
Thank you, my brother. Amen. Now I want you to see. Yes, jana nataka mtazame. I want you to see. Nataka mtundaji, nataka mtazame. What we go through. Kile ambacho tunapitia. This woman. Binti huyu. If you ask the husband. Ukimuuliza mume wake. And the people in church. Na watu wa kanisa. And you ask Lucy there. Na muuliza rafiki yangu. She is the most blessed woman. Did you hear me? Sure. I'm the way of servant. Eh? I'm the way of servant. I was not talking to you. Just be the Karimani. Do what I'm. If you ask Mecha, ukimuuliza Mecha, and you ask Lucy, na umuuliza Lucy, and you ask this gentleman na here, umuuliza huyu kijana, the people that are at the first line, wale ambao wako kwenye mstari wa mbele in her life, katika maisha yangu, they know wanajua this is the most blessed woman. ya kwamba mimi ndiye nimebarikiwa sana. But look at what she has done here. Lakini angalia kile ambacho She's amefanya hapo. completely empty. Ya kwamba niko tupu That is kabisa. what we go through. Hiyo ndio zile hali tunazipitia. Just have mercy on us. Mtuhurumie tu. Please, I beg you. Tafadhali na Have wasi. mercy on us. Mtuhurumie tu. We go so much pain. Tunapitia uchungu So mwingi much sana. painful. Uchungu mwingi sana. It's so Ni painful. uchungu sana. Sometimes you feel like you ask God, can you take me? Mara nyingi nasikia kumuuliza Bwana nichukue. Me. Nitoe. But the entire church now becomes here, Lakini sasa kanisa linakuja hapa. knowing that Waroige is the most strongest man. Kujua ya kwamba Orengo ni mtu Inside mwenye me, nguvu I'm sana. broken. Na ndani yake amevunjika. I'm completely broken. Amekwisha And kabisa. then you come, Na sasa you unakuja. destroy the smallest part that was left. Unaanza kuharibu ile sehemu kidogo ambayo imesalia. Instead of holding on, Badala ya kumshikilia. please, I beg you, Tafadhali na wasi. help us grow. Mtusaidie tukue. We are weak. Tuko wadhaifu. We are just a vessel Tuko tu vyombo that can be broken. ambavyo vinaweza And already you kuvunjika. have broken bits of Na it. pia mmevunjika sehemu When you fight kidogo. me, Wakati mnapigana when you nasi. backbite me, Wakati when mnatusengenya. you say all manner of things Wakati against me, mnasema mambo yote ambayo mnataweza It's kusema. painful. Ni uchungu. remember Ruto, they are fighting us. Kumbuka Ruto anatupiga. In the forest, we are being fought. Kwenye msitu At anatupiga. home, Na nyumbani we are fought. tunapigwa pia. We have no peace. Hatuna amani. As I was coming from Nanyuki, Alipokuwa anakuja kutoka Nanyuki, I had planned to sleep. alikuwa amepangilia kulala. God told me, Lakini Bwana akamwambia, you are in a territory that you have just won a battle. uko katika sehemu ambayo umeshinda vita. Run out of it. Kimbia, kuondoka kwenye mji. Somebody Mtu was in another hotel alikuwa katika hoteli nyingine waiting for me, akimsubiri, and they had even sent a pin na pia walikuwa wametuma hata sehemu that I go past them. ambaye alikuwa apitie mahali They had pale. even prepared a room where I'm going to sleep. Walikuwa pia wameandaa chumba ambacho alikuwa akilale, But God has instructed me, lakini Bwana akamweleza, run away from this place. toroka kutoka sehemu hii. We drove the car Wakaendesha gari up until Karatina. hadi sehemu ya Karatina. That is where I asked, let's park along the road. Hapo ndipo aliwaambia wenzake waegeze petrol gari station. katika sehemu ya We mafuta. sleep a bit for 2 hours. Wakalala kidogo angalau kwa masaa mawili, Because the driver was driving a car as though he was drunk. kwa sababu dereva alikuwa anaendesha gari kama mtu ambaye amelewa. We were so tired. Walikuwa wamechoka kabisa. Then we drove to the city, Kisha wakaendesha kuja kwenye mji, went home. wakaenda nyumbani. I was hungry. Alikuwa anasikia njaa, I prepared my meal. akatayarisha chakula chake. I had to go to the shamba, Ikambidi aende kwenye shamba pick some sukuma wiki, achune sukuma kidogo and prepared some kaugari. ili atengeneza kaugali kidogo, Then I went to sleep. kisha akaenda kulala. The following day, Siku iliyofuatia around 10 a.m., muda wa saa 4 sign, I was here he was here, alikuja hapa to speak to the youth. kuzungumzia vijana wetu. Then from there, Kisha kutoka hapo I had a conference akawa na kongamano, I had to run to. alikuwa akimbie. Then I went home, Kisha akaenda nyumbani, prepared another meal akatendaa chakula kingine to eat. ili ale. Then between 12 and 1, Kisha kati ya saa 6 na saa it's my time 7 to pray. ilikuwa ni muda wake wa kuomba. At 3, Saa 9 the time ilipofika, of Thanksgiving. ilikuwa ni wakati wa kurudisha Then I shukrani. drove my Kisha car akaendesha gari lake up to here. hadi hapa. I was here at 3. Alikuwa hapa saa 9, I started now praying with others. akaanza kuomba na wengine. Now I'm the one at level 6:30. Ilipofika majira ya saa I 12 started preaching. akaanza kuhubiri. I preached up to 9. Today I preached up to 9. Akahubiri hadi saa 3.
And it was all about noise making. Na haikuwa tu hali ya kufanya makelele. Complain after complain. Ama kulalamika. It was about complain after. Ilikuwa tu kulalamika. Because my team is not working. Kwa sababu kile kikundi chake hakifanyi kazi. Then from there, na kisha kutoka hapo, I went to their office. Akaenda katika kwenye ofisi. And some people said, I want to see you. Na watu wengine wakasema tunahitaji kukuona. I will not chase them away. Na hangewafukuza. I sat to listen. Akaketi na akasikiliza. Then from there, kisha kutoka hapo, here I am preaching. Ndio huyu hapa sasa anahubiri. I will go there. Atakirudi pale. Then before I sit, kabla hajaketi, there will be about 10 people there. Kutakuwa na kikundi cha watu 10 pale. Waiting to see me. Wakingoja wamuone. Then after I see them, kisha baada ya kumwona, I go to there. Ataenda pale ndani. To my office. Kwenye ofisi yake. I have maybe a fruit. Pengine awe na tunda. Then I come back. Kisha arejee. At 4. Saa 10. With the deliverance. Kuwa na katika sehemu ya ukombozi. Then I will go home. Kisha ataenda nyumbani. Tomorrow. Kesho. 3 a.m. Saa 9. I am in the mountain. Atakuwa kwenye mlima. Praying for you. Akikuombea. But you never give me peace. Lakini hampi amani. You never look at me. You never even take care of me. Hata hamshughuliki. You never consider me. Hata hamtambui. You really have overstretched us. It's a bit painful. Uchungu kidogo. Help us. Tusaidieni. To stand in the gap. Kusimama kwenye pengo. Sometimes you feel it. Sasa zingine unahisi kabisa. Give us your sacrifices. Nasa kutoa sadaka zenu.
Kindly have mercy on us. Mtuhurumie, Help us mtusaidie to become good people. kukuwa watu wazuri. When you attack me Wakati mnatushambulia, and you make me look like I am the evil person wakati mnashambulia mchungaji na kumfanya aonekane mtu mbaya sana in your life, katika maisha yako, you kill a lot of things in me. unaua vitu vingi sana ndani yake, Because I gave myself kwa sababu alijitoa. to God so that I can serve God. Alijitoa kwa Mungu ili akaweza kumtumikia Mungu. I've really served the devil. Ametumikia shetani kabisa. And when I decided to serve God, Na wakati aliamua kumtumikia Mungu, I left nothing behind. akuacha chochote nyuma. I surrendered to God. Akajisalimisha And kwa I Bwana. told God, Na akamwambia Bwana, I'll walk nitatembea as long as you walk with me. mradi tu utakapotembea na mimi. When you go out there Wakati mnaenda kula nje and attack my ministry, na kushambulia huduma hii, you're not only attacking me, amshambulia huduma peke yake, you're attacking my God. unamshambulia Mungu wake, And my God na Mungu wake might respond back to you. anaweza pia Now kushambulia. here, Na sasa hivi I've been carrying the burden of this ministry alone. amekuwa akibeba mzigo wa huduma hii peke yake. And God, when I was in the mountain, Na alipokuwa kwenye mlima, God spoke to me Bwana akamzungumzia and He told me to share the burden na akamwambia ashiriki with the people mzigo huu na watu that will feel that they belong to the ministry. wanaohisi ya kwamba wanahudumu katika madhabahu They haya, belong to the vision. wanashiriki mahali hapo, Because all things have been working alone. kwa sababu siku zote amefanya kazi peke yake. Sometimes you will find me, I'm the one asking women to wash the church. Mara mingi utampata yeye ndiye anaomba wadada kuosha kanisa. Sometimes you will you see, I'm entering the toilet now and again. Mara nyingi mtamwona akiingia kwenye vyumba vile And I vidogo. overheard some people sometimes. Na siku moja akasikia watu wakisema, Wakisema Apostle Leo Nahara. wakisema apostole anaendesha, He's been to the toilet several ya kwamba times. ameenda kwenye choo mara It mingi. is not that I'm harassing, Si kwamba yeye anaendesha, but I normally go check whether the toilet is clean. lakini mara mingi anaenda tu kuangalia kama choo ni safi, Because nobody has taken that responsibility kwa sababu hakuna yote aliyechukua jukumu to lile see the toilet is clean. kuona kama vile vyumba ni visafi. Sometimes you find I'm checking on the speakers Mara mingi ataangalia hivi vyombo, because nobody has taken that kwa sababu hakuna yote aliyechukua as jukumu a calling. kama mwito. I have to instruct them. Inabidi I have to tell them. lazima awaambie. Others are fighting Wengine wanapigana for positions. kwa sababu ya This viwango. want this to be Huyu removed. anataka hii, huyu anataka hii. Some others hate others just for nothing. Wengine tu wanawachukia wengine tu pasipo sababu. It is like we are in Bosnia. Ni kama tuko kule Bosnia. It's like we're in Russia and Ukraine. Ni kama wakati watu wa Russia na Because this one to remove this one, kwa to sababu huyu anataka kumtoa replace huyu, this huyu one. anataka kumwasili And if you ask them, na hata ukiwauliza, what is your commitment into the ministry? je, umewajibika aje kwenye huduma? There is nothing. Hakuna. Apart from the small sadaka you give, Kando na ile sadaka kidogo there unaitoa, is nothing, even contribution. hakuna hata matoleo. Even coming to share with me, Atakuja kushiriki tu na or even mchungaji. writing a message. Hata pia kumwandikia tu ujumbe. Apostle, I'm praying for Apostle, you. ninakuombea. Some of you, Wengine wenyu, we have a page, YouTube page, tuko na lile, but you have never shared lakini it. hamjawahi shiriki lolote. But when you go to MC, Lakini ukienda kwa we MC, call MC who? MC, the guy called MC. kuna mtu anaitwa MC YouTube, eh? YouTube. MC from Muranga. Eh? Not MCW, MC. We waragia waganu. Huyu ambaye We huongea odekaga. Goge MC goge. Eh? Karanja. Where that woman is explaining how this thing is supposed to be done. Yule mama ambaye huzungumza jinsi mambo haya yanafaa kufanyika. I saw comments Nikaona watu wakiandika. from the members of this Akaona church. jumbe kutoka kwa washiriki wa How they kanisa. were commented. Wakiandika. I saw somebody I know say it is hilarious. Akaona mtu anayemjua. The show was wow. And we have our own pages here. Na tuko tuna peji zetu You wenyewe. don't. And for those who respond, who do something, Na kwa wale ambao hushiriki, they are called. wanapigiwa, They are told, don't wanaambiwa usijaribu comment. kusema You are doing the work that does not belong to you. unafanya kazi ambayo sio yako.
So you ask, Sasa someone was muulize. commenting. Mtu alikuwa tu anaandika. You are told go and delete the comments. Unaambiwa enda ukafute lile. So how many people, that is one person who told me. Huyo ni mtu mmoja aliyemweleza mchungaji. How many people have been called Watu wangapi ambao wamepigiwa simu to be told don't comment? wakaambiwa kwamba usiandike And lolote. those people are living in fear. Na watu hawa wanaishi kwa uoga Because we have devil agents kwa sababu tuna maajenti wa that are with kishetani us here. ambao wako pamoja nasi mahali God hapa. told me, Mungu akamweleza, announce for me tangaza that I need partners for the ministry. ya kwamba nahitaji watakaoshiriki kwa huduma And I'm looking for you. na ninakutafuta wewe. You who is a partner. Wewe ambaye ni A utakayeshiriki. partner that will partner with us financially. Wewe ambaye utashiriki pamoja na sisi kwa fedha Partner with zako. us spiritually. Utakayeshiriki na sisi kiroho. Partners with us emotionally. Utakayeshiriki na sisi kwenye hisia That zetu. when I'm crying, you are Ya crying. kwamba mchungaji mpaposo anapolia pia wewe unalia. The bills for this church, I've never complained. Hajawahi And I lalamika. was not planning for this. Na hakukuwa amepangilia haya. But God instructed me Lakini Mungu alimwagiza that He has raised people ya kwamba amewainua watu in this church katika kanisa hili whom He wants also to bless. wale ambao pia anataka He kuwabariki. wants partners. Anahitaji watakao People will washiriki, partner financially wale ambao watashiriki kwa fedha with zao this ministry. katika huduma hii. If you know you're one, Je, kama wajua wewe ni you mmoja, can stand up unaweza ukasimama kwa miguu yako, because I want you to be counted in heaven. kwa sababu nataka uhesabike kwenye And mbingu. it's a commitment you will make. Na ni hali ya And in this kujitoa, commitment, ni kujitoa. we will call you Tutakupigia to simu tell you you pledged 100,000. kusema ya kwamba uliahidi 1,100 And that is what you'll be giving us na monthly. hiyo ndio utakayokuwa unatupa So kila it is mwezi. a lifetime Kwa commitment. hivyo ni jambo la kimaisha. When you are standing up, know that what you are saying, Unaposimama jua ya because you kwamba are making a vow to God. kwa sababu unafanya ahadi na Bwana. So stand up if you know Kwa hivyo simama kwa miguu you yako have been called to serve kama unajua umeitwa in the kuhudumu ministry of partnering. katika huduma hii ya kushirikiana. I'm waiting to see you. Natarajia kukuona. I thought I had sons Nilifikiria nina wana and daughters. na binti. That is good. Hiyo ni sawa. Logoro, come and help me here. Write the names from down there. Andika majina pale chini kutoka How sehemu ile. much will you be giving to the ministry every month? Utakuwa unapeana pesa ngapi kila mwisho wa mwezi? 3,000. Let me start with me. Anza na No, mchungaji. start with me. Mwalimu. Mwalimu. Andika, you're a teacher. Start with my name. Anza na Not jina la yours. apostle. Anza You na are jina. not the boss of the ministry. Anza I'll be giving 100,000. atakuwa anapeana 1,100. I'm partner number 1. Yeye ndio mtu wa kwanza. Then now write yours. Haya, sasa anza fuatia na jina lako. Do it, can we move? Just come here. Je, mnaweza kusongea hapa mbele? Njooni hapa mbele. These are kingdom partners. Hawa ndio washiriki wa ufalme. My daughters. Binti. God, just by standing, Hivi hata kwa kusimama tu, God will never fail you. Mungu hatawahi kuacha. You will never. What you are going to pledge to God, Utakumbuka kile ambacho utakachoahidi kwa Bwana, it will never lack. hautakosa. And He will give you tenfolds. Atakupa mara 10. Doors will open for you. Milango itafunguka kwa ajili yako. In every place you go, Na katika kile sehemu unayoenda, you will be received like a king or a queen. utakapokelewa kama mfalme. In every building we shall build, Na katika kila jengo utakalolijenga, God will build yours. Bwana atakujengea. In every commitment you'll do, Na katika kila hali ambayo utajiashirisha, God will commit Himself into you. Bwana pia He atajiwakilisha will kwako. commit into you, even your children, Aya, atajipeana pia kwa watoto wako, to the children of your kwa children, watoto ya watoto wako, to the 10th na generation. hata katika kizazi cha 10. God will remember you. Bwana atakukumbuka. He will fight all your battles. Atapigana vita vyako. You will never be denied a chance. Hautawahi nyimwa nafasi. When you go to do business, Utakapoenda kufanya biashara, doors will open. milango itafunguka. For those who are employed, Kwa wale ambao wameajiriwa, promotions will rise. mtainuliwa. Favor
will follow you. Kibali kitawafuata. Favor will follow Kibali kitawafuata. you. Favor will follow you. Kibali kitawafuata. As the work of God will be growing, Kama jinsi neno la Mungu litakavyokuwa the linakuwa, same way you will grow. jinsi pia nyinyi mtakavyokuwa, The same way you will vivyo become. hivyo ndivyo mtakavyokuwa. Doors will open. Milango itafunguka, Windows will open. madirisha yatafunguka. Extreme favor will come. Kibali kisichokuwa cha kawaida. There are people out there. Kuna watu kule nje, There are people in Canada, kuna watu wako Canada like Veronica. kama Veronica. There are people in Australia. Kuna watu wako kule Australia, There are people in America. kuna watu wako kule Marekani. My son told me he want to be a partner of the church. Kijana wake alimwambia kwamba anahitaji kuwa And I was mmoja. happy to see my son. I was happy to see my son Alifurahi alipomuona kijana wake wanting to be a partaker of the ministry. akitarajia pia kuunganika pamoja nasi katika And huduma. my ex-wife Selina, Na pia mke wake wa kitambo I think she promised to buy to support the ministry of worship. aliahidi kushikilia sehemu ya uimbaji, And God will heal her completely. na Bwana atamponya kabisa. God will turn around her life. Bwana atabadilisha maisha yake. God will make her a vessel that will change Mungu millions. atamfanya chombo ambacho kitabadilisha Because maisha, she has come to realization. kwa sababu imekuja kutambulika The same way that you have come to ya kwamba realization, jinsi unavyokuja kufahamu God will bless you. ya kwamba Mungu atakubariki. There were blessings that were not coming. Kuna baraka ambazo zilikuwa Now they zinakuja, will start coming. sasa zitaanza kuja, Because you are not ready kwa sababu hukuwa to be tayari called a child of God. kuitwa mtoto wa Mungu. Now you are ready to be called a child of Sasa God. uko tayari kuitwa mtoto wa Mungu. That is why Hiyo ndio sababu God has chosen you today. Mungu amekuteua leo. Just immediately after 8/8, Baada ya tarehe 8/8, after we being renewed. baada ya sisi kufanywa upya. Do you know what it means? Je, mnajua inamaanisha This nini? is the beginning of the ministry. Huu ndio mwanzo wa huduma. We have never had this. Hatujawahi kuwa na kama hii, That God has laid pillars. lakini Mungu ameinua Pillars of the ministry. watakaosimama pamoja na The huduma, people that will give their thousands. watu ambao watapeana maelfu, People will give their land. watu ambao watapeana People shamba will zao, give their sweat. watu ambao watapeana jasho yao, People that God will bless. wale watu ambao Bwana atawabariki. Can I tell you one thing? Je, naweza kuambia kitu? There is a time this lady, Kuna wakati binti huyu she used to be a good friend of mine. alikuwa rafiki mzuri wa Apostle And I loved her. na akampenda, But I still love you. na bado anampenda, And the spirit of anger started working in her. na roho ya hasira ikaanza kufanya kazi ndani yake, And I will give her a responsibility, na angempatia majukumu, but she will walk out on it. lakini angetupilia mbali. But I kept talking to her. Lakini akaendelea kumwongelesha, Stop what you are doing. akamwambia wacha kile unachokifanya. It's about to manifest in your life. Hii ni si ya yusu And maisha yako you pekee, will be shocked on how God does things. na utashangazwa na vile Bwana atafanya kazi ndani yako. And then I stopped talking to her. Na akawacha pia She's kumwongelesha, been writing messages. Hi, Pastor. akakuwa akiandika ujumbe fupi, Apostle Emwega. akamwambia Apostle, habari yako? I know even if you're not going to write back to me, Najua hata kama hautanirejeshea you will read it. utasoma. That is where we left at. Hapo ndipo alipoachia, Now I will be responding to lakini your sasa message. atakuwa anajukumu, Because I've heard God has opened the door for you. kwa sababu amesikia Bwana amefungua mlango kwa maisha yako. That God has just from the DPP office. Kutoka katika ile ofisi ya She has DPP a letter ya kwamba akona barua that she has been appointed ya kwamba to go ameteuliwa to South Africa. kwenda katika nchi ya South Africa, Just to the government of Kenya to pay for her ticket, ili serikali ya Kenya to italipa pay ndege for yake, her lunch, kulipa tu chakula to pay chake, for her room, kulipa chumba chake, to pay for everything. kulipa kwa That the vyote. world has started taking care of her. Dunia sasa imeanza One thing kumshughulikia. I know about her, Jambo moja analojua she's kumhusu one of the top givers of the ministry. ya kwamba yeye ni mmoja wa wale ambao wanapeana If you sana. ask for the ministry of youth, Hata ukiuliza katika She's kitengo there. cha vijana you ako go to the pale, crusades, ukienda kwenye crusade she's there. ako pale. Then she's not speaking to me, Kwa hivyo hata kama but she's mzungumzi, giving. lakini anatoa Because she knows it's not me. kwa sababu anajua si It is yeye, about God. anajua ni kumuhusu There's a time Bwana. I wanted to chase her from Kuna the wakati church mwingine alitaka hata kumfukuza kanisani, because I announced her that she's going to be our secretary. kwa sababu alimtangaza kuwa Then ndiye she went atakuwa. home Akaenda and nyumbani wrote me a message. na kisha akamwandikia I ujumbe have mfupi, declined. akamwambia nimetupilia mbali. I felt so bad, Akasikia vibaya but sana, I prayed for you. lakini akamwombea, Now God Sasa- has blessed you. na hivyo sasa Bwana It is amembariki, just but the beginning. ya kwamba tu ni mwanzo tu. When you come back, Wakati utakaporejea you receive a letter utapokea barua to America. kwenda Amerika. Oh yes, thank you Jesus. Amen. And when you come back, Na utakaporejea God will bless you with money. Bwana atakubariki na fedha. You have a plot, I know. Uko na shamba najua, You will start building. utaanza kujenga.
Because you have built and you stood with the work of God, Kwa sababu umejenga na kusimama He na kazi ya will build your Bwana, house. atajenga nyumba Your yako. house will be built miraculously. Nyumba yako itajengwa kwa njia ya ajabu. And the money will just come. Na fedha tu It will zitakuja. not be a bribe money, Haitakuwa ni pesa ya Kongo, but God will just send people to bless you. lakini Mungu atatuma watu There is wakubariki. one person you will help, Kuna mtu mmoja tu utamsaidia, and this person will give you millions. na huyu mtu atakupa milioni ya In pesa Jesus' katika name. jina la Yesu. Thank you. Amen. Just hearken Ehe. to the word of God. Sasa msikize tu kwa neno la Mungu. Hearken to the voice of God. Etamanie tu roho za Mungu, roho za Mungu. Just listen to God. Sikiliza tu, sikiliza Mungu. He is. I have another person here. Niko pia na mtu mwingine hapa. Do you know this is a wife of a witch doctor? Je, mnajua huyu ni mke wa mganga? She was, not now. Alikuwa, sio The wife sasa. of a witch doctor. Alikuwa mke wa mganga. And look at this Na nice sasa face. unapomtazama A humble woman. mwanamke mnyenyekevu, A heavenly bound woman. mwanamke ambaye She was bound in witchcraft. alifungwa katika misingi ya But uganga. when she came, Lakini alipokuja she just said, I want to serve your alisema God. ya kwamba nataka tu kumtumikia huyu Mungu wako. Immediately, no, she used to work for promotions. Alikuwa anafanya kazi kwa ajili ya The first kupandishwa time cheo. she wanted to be promoted, Na mara ya kwanza alipotaka kupandishwa cheo, she got is it an accident? alipata She ajali, got an accident. akapata ajali. And from here, Na kutoka katika sehemu eh, hii, from here, kutoka katika sehemu ya shingo, the body died. na mwili wake Just when ukapoza. she was about to get Mara tu alipokuwa karibu kupenda kwenye from here, kutoka kwenye shingo, everything died. kila kitu kikapoza. She stayed in a wheelchair for how many? Akaishi katika 2 kiti good years kwa miaka miwili in a wheelchair. kwenye kiti. The son was never promoted or given a chance. Kijana wake hakuwahi kupandishwa They cheo. lived a life that was not a life that a human being can live. Waliishi maisha mabaya ambayo mwanadamu yote hafai And when kuishi. she came here, I Na- detached her from the witches. Na alipokuja hapa akamtenganisha na ile uchawi, And immediately, na mara a moja letter came na barua ikakuja that you have been selected for one that are going for what? For the promotion. akateuliwa mojawapo wa wale watu ambao walikuwa she wanaenda. went back to Kiganjo Akarudi Kiganjo and she came promoted. na akapandishwa cheo. Now do you know what? Je- After that, I told her there's another letter. Na kisha baadaye akamwambia kuna I barua can see you nyingine, going out of the country. ninakuona ukienda nje ya She nje ya said, nchi. no, she can't. Na akasema la, I haiwezekani. told you you're going. Na akamwambia unaenda. She has a letter now Sasa ako na barua that she is going na anaenda to receive Interpol training. anaenda kupokea mafundisho zaidi. When you steal a car from Europe, Wakati utaona gari kutoka she will be Europe, arresting you. ehe, She will be traveling all over the world. atakuwa anakuja kukushika, atakuwa na safiri ulimwengu All over the mzima. world. Ulimwengu mzima. The woman that her doors were completely Mwanamke ambaye closed, milango yake ilikuwa imefungwa kabisa, she was struggling, alikuwa anang'ang'ana living in pain. akiishi katika uchungu. Her sister Dada yake had been arrested alikuwa ameshikwa, that they had circumcised a woman, ya kwamba alikuwa amemtoa They were in amemtoa prison. tahara msichana. Walikuwa kwenye jela and they were waiting for the na judgment. walikuwa anaongojea hukumu, I received her. na I akampokea, prayed for her, akamwombea, and the case was dropped na kesi because of ikatupiliwa just being mbali. obedient Kwa hivyo sababu amekuwa mwenye to the word kutii of God. kwa neno la Mungu, Just serve God, mtumikie Mungu tu and God is taking you far. na Mungu atakupeleka mbali. You will have a company. Utakuwa na kampuni I know yako. you have started registering it, Haya, anajua ya kwamba umeanza kusajili, and this company na kampuni hii will get international favor. utapata kibali cha You will kimataifa. work. You will work for embassies. Utafanya katika Not one, si moja, not two, sio mbili, more than 10 embassies. lakini katika Multinational companies. ubalozi, katika mabalozi 10. Multinational companies. Katika makampuni makubwa makubwa They will come. watakuja They kukutafuta, will seek watakutafuta, your job. watatafuta kazi yako. Thank you. Asante. There is another here woman. Kuna binti mwingine tena She's hapa. good, but sometimes she becomes a criminal. Ni mzuri lakini mara mingi anakuwa gaidi. She was brought by an old woman Aliletwa tuna mwanamke mkongwe that introduced her to me. ambaye alimwakilisha kwa This mchungaji. old woman, she's about 90 years. Huyu nyanya alikuwa kwa kitu miaka 90. But she wanted me to become his boyfriend. Lakini alitaka mchungaji awe rafiki yake. No, when this lady now came, Lakini wakati huyu binti they alikuja, started fighting when we became the chemist ikaanza kuingia mimi na huyu. wakaanza kuwa na malumbano. She also wanted to date me. Pia alitaka kuwa na uhusiano na mchungaji. But I saw it is good Lakini because
she's a widow. lakini akaona ni vizuri kwa sababu ni mjane. The Bible allows you to get Maandiko married. yanamruhusu kuolewa. And you are right. Na alikuwa sawa. It's unfortunate that you didn't get me. Ila tu bahati mbaya haukumpata But mchungaji. had you pushed a little bit harder, Lakini kama ungelikaza kidogo you could have gotten me. ungempata. Now it's unfortunate. Sasa bahati mbaya. But this lady, Lakini ila binti huyu, that woman that brought her, ule mama aliyemleta had taken her land. alikuwa amechukua ardhi yake. And then the woman wanted to build a church. Is a church? Na yule mama alitaka kujenga A kanisa church. sehemu katika And they mahali. did a sacrifice with her. Na wakafanya, She didn't know the sacrifice was evil. hakujua ile dhabihu And she ilikuwa ya left kishetani. she left her land to this Na woman. akampa yule mama And shamba lake. forgot about the land. Na hakasahau kuhusu shamba Yani lile. you're seeing your land but you're avoiding it. Imagine aliona shamba lako na When kuliwacha. I prayed for her, Wakati alipomwombea she got back her land. akarejeshewa shamba lake. Kisha Then the other side is, sehemu the nyingine ni funniest kwamba side is, jambo lingine la kufurahisha ni I kwamba told her you're going to build a house, alimwambia kwamba unaenda kujenga nyumba yako ya ghorofa. ya ghorofa, And she told me, I don't have money. na akamwambia sina fedha, My husband died. mume wangu aliaga, I can't afford. siwezi Maybe I sell the piece of land. labda niuze I tu told shamba. her you are not selling the piece of Akamwambia land. kwamba hautauza shamba lako, Within 2 months, na kwa muda wa miezi she miwili had back the land alienda akarejesha shamba lake and she started constructing. na akaanza ujenzi. Even the brother-in-laws, Hata ndugu zake wa mume they wake came to question her. walianza kumkuwa na mashaka, It looks like you have a husband. wakamwambia ni kama una mume mwingine, We want to change this land into the name of the family, tunataka tubadilishe shamba hili katika jina la familia, so that this land will not be taken by the husband you have. ili ule mume uliye naye asimiliki shamba hili. And now she has a 7-story building. Na sasa ako na Ghorofa ngapi? ghorofa Bili. Room kama ngapi hivi? Lumu 6. Amen. A landlord. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. You're also going to have. Amen. Thank you. So that is how God works. Hivyo ndivyo Bwana anafanya kazi. If I look at Barbara, Nikimwangalia Barbara, oh my daughter, just come Barbara. kuja tu Barbara, binti wa apostle. This is a girl Huyo ni binti I really love with all my ambaye heart. anapenda kwa moyo wake wote. Huyu anafurugaga kanisa mzima Ni bulldozer huyo. because she's my sweet girl. Ni mpendwa, ni I love mpenzi. her. When I Yeah. found her, Wakati nilipompata, she had only one cloth. alikuwa tuna nguo moja. The cloth ile inakuanga clip-in. Ile nguo ya clip-in. Ile kimwagikiwa na kadhade kamoto. Inachomeka, yajikunja. So she had one. Alikuwa tuna hiyo It nguo was moja. black Ilikuwa nyeusi. and it had about 6 holes. Na ilikuwa na shimo 6. She was covering it Alikuwa anafunika with a kamisi. na kamisi. And that is only what she had. Na hiyo tu peke yake ndiyo She will alikuwa wash nayo. it in the night Angeliosha usiku and then wear it tomorrow. na kisha ivae kesho yake. So there's this danger that happened to me. Kwa hivyo kuna hili jambo ambalo I lilikuwa la wanted to hatari. buy her clothes, Alitamani kumnunulia nguo, but I had akina Karo lakini alikuwa na akina Karo and akina Koki na akina Koki and akina Aris na akina Alice and akina gari kubwa na gari kubwa and Nancy. na Nancy. The people that were really looking at me. Wale watu ambao walikuwa namtazama So apostle. I said, I'm going to buy her clothes. Kisha akasema naenda kumnunulia What nguo. will Karo say? Karo atasema nini? Koki was the one that was so dangerous Koki ndio yule alikuwa We hatari. feared her Alikuwa because tulimwogopa I didn't know what I will do. kwa sababu hakujua I la want to kufanya. buy the clothes, Alitaka mani but kumnunulia how nguo, to buy? lakini And ilibidi the church is young. na kanisa ni changa. And this woman will say, no, nani amugurira nguo. Na hawa mama Yule wataanza ni mare kusema heo unaona mara sasa ya kaheni daini. ameanza kuleta umalaya kanisani. So I called one lady, Nancy. Kwa hivyo akamuita dada moja Nancy. I had to buy a cloth for Nancy first. Ilibidi pia amnunulie Nancy kwanza, A top. amnunulie And a sehemu ya skirt. juu na rinda. Then after I bought her, Kisha I alipomnunulia told Nancy, akamwambia Nancy, let us bless wacha tumbariki Barbara with some clothes. Una nguo chache. We nawe uratidoke magurira nguo i. Na- Ando matikuga no aje au maraya. Naye akamwambia unashinda kuanulia nguo kwani umeanza umalaya. Then I told her, Kisha akamwambia you're already wearing. ile unaivaa I want the one bought. mimi ndiye niliyeinunua. Have we hoard maraya? Je, tumepiga umalaya? She said no. Akasema la. Then I called Barbara. Kisha akamuita Barbara. Barbara, I want to bless you because Akamwambia, Barbara, I didn't nataka- want to tell Barbara Hakutaka kumwambia you Barbara are naked. ya kwamba uko uchi. I just told Barbara, Alimwambia tu I want to bless you. nataka kukubariki. What kind of a cloth do you want to Je, wear? nguo gani ungelipenda kuvaa? She told me, I don't know. Akamwambia sielewi. Because she has never seen a shop for the last of her life. Kwa sababu
alikuwa hajaona duka kwa maisha yake yote. Then I gave her, well, how much did I give you? Kisha akampa 4,500. kisha akampatia 4,500. I sent her to Isili. akamtuma Isili, Ulinunua vitenge ngapi? 3. akanunua She vitenge. bought 3 vitenges. Amen. And she Amen. became so beautiful. Amen. Amen. She became so Amen. beautiful. Akawa mrembo zaidi. Kutoka hapo Ehe. wanaume wakaona mtu mzuri. Oh. That is how. Where is the baby? Akawaoshea. Maya. Sasa mimi nilioshea watu. Pole hata utaoshewa. Sasa nilioshea watu. Akapata. Sina ubaya. Sida yako hutia. Njira yako hutia. Aguzi wewe. Na anafikiria mama yake ataanguka. You see, this is the transformation I'm talking Hii ndio about. hali ya kubadilisha ambayo Today, anaizungumzia. as I'm talking to you, Leo mchungaji anapoizungumzia, Barbara is a millionaire. Barbara ni milionea. Oh yes. Amen. She has pieces of land worth. Ana She has shamba. pieces of land Ana shamba kadhaa worth 120 million shillings. ambaye ni ya millions. This girl, Huyu binti she was bragging to me. alikuwa At ananiringia every Sunday she wears a new ya clothes. kwamba kila Jumapili anavaa nguo mpya. Every Sunday she wears Kila a new Jumapili clothes. anavaa nguo mpya. It's as if me I wears the old clothes. I love you, my daughter. God bless you. Vitu barikiwe. God bless you. Barikiwa sana. God bless you. Amen. That is what Hiyo ndio I want to do with you. anataka kufanya na wewe. That is what God wants to do with you. Hicho ndicho Mungu anataka kufanya na There wewe. is a seed we plant, Kuna mbegu tunapanda and this seed we are planting na hii mbegu tukiipanda will change your life. itabadilisha maisha yako. Just be firm. Kuwa tu usimama Be imara. strong. Kuwa mwenye nguvu. God will never let you down. Mungu He hatakuacha. will never forsake you. Hata kuachilia Nor will he leave you. wala hata kuacha. He will make you stand. Atasimama na wewe, He will make you stand. atafanya usimame In Jesus' name. katika jina la May Yesu. God bless you. May be Bwana seated. wabariki. Unaweza kuketi. Wale wajaandika wabaki, Amen. wale wameandika waende waketi chini. Amen. Yeah, we need your phone numbers. tunahitaji Kama namba umeandika, zenyu we za need your simu. phone number Yeah. because we will be writing letters to you. Tutakuwa We'll be tunawaandikia sending barua. we'll be sending gifts to you. Andika namba yako ya simu, I'll tutakuwa be taking tunawatumia you out. zawadi. I'll be taking you out for dinner Nitakuwa nawapeleka nje kwenye chakula cha jioni to feel for you feel that you belong, you part of ili this. uhisi ya kwamba wewe ni sehemu ya huduma Na hii. kama bado umebaki huko and you feel like you wanted to join, Na kama bado unahisi ya it kwamba is that ungependa you don't kuunganika, have money now ni kwamba hauna and pesa you kwa don't know sasa, where to get the money. lakini haujui sehemu ya kupata fedha. Just indicate to God, Mwambie I Bwana want to serve you. ya kwamba natamani God will kukutumikia. open the door Bwana atafungua that will milango make you serve ya him. kwamba itakufanya wewe, And for itasababisha wewe those watching kumtumikia. us, Na kwa wale wanatutazama, for those that are watching us kwa wale ambao wanatutazama in Canada, kutoka Canada, in America, kule Marekani in na Australia, kule Australia in the Gulf, na kule sehemu za in Gulf, the UK, hata UK, I want to invite you nataka to kuwakaribisha become part of this kuwa journey. sehemu. Look at here, for example, Kwa mfano, we went to the mountain. tulienda kwenye mlima, I asked my first sons, nikamuuliza kijana wangu wa kwanza, vijana wake wa to kwanza, help me wamsaidie transport people to the ya mountain. kwamba akaweza kusafirisha watu kwenye mlima, And immediately they na, did so. na mara moja wakafanya hivyo. God will open doors for Mungu you. atafungua malango kwa ajili God will yenu. bless you. Bwana atawabariki. God will do it for you. Mungu atafanya kwa sababu You yenu. who is watching Wewe us, ambaye unatutazama, distance is not a barrier, umbali sio kizuizi, but God has it. lakini Bwana ako I naye. know I have prayed for you, Anajua ya kwamba amekuombea and God has done it. na anajua Bwana It is ametenda. not that I'm strong, Si kwa ajili yeye ni mwenye but my nguvu, God is strong. lakini Mungu wake ako He na knows nguvu. you Anakujua and He loves you. na anakupenda. You can send us a text message Unaweza kututumia ujumbe mfupi through the number on your screen. kupitia kwenye namba yenye kwa Then runinga indicate I want to be a partner, na useme ya kwamba unataka kuwa sehemu, and then you will be send a message. na kwa hivyo utatumiwa ujumbe, Indicate how much you want to be giving. andike kiwango ambacho ungependa kupeana, Then we will be praying for you. kisha tutakuwa tunakuombea. I'm raising an intercessory team, Anainua watu watakayoomba, and this is the top secret, the monks, na hii ndio siri ambayo ndio kuu the sana. monks, the bishops in monks. They are from where? The Jew. The Catholic, No, the the Jew. Jew. The Jew monks. Yeah.
What? Monk. Ni Budhi. Viongozi. Who is a monk? Ni kuhani. They are like priests. The monk. They are priests. They The are high priests. priests. The high priests. The high priests, they don't come out of the temple. Wale makuhani wakuu huwa watoki kwenye They identify kwenye hekalu. they identify the partners. Wanatafuta wale ambao Then their watashirikiana na work wao. from morning to evening is to pray for you to work. Kazi yao kuanzia asubuhi hadi jioni kukuombea That wewe. is why they have temples all over the Ndio world. maana wako na mahekalu That katika is sehemu why yote ya they nchi. control the economy. Hiyo ndio maana wao I'm going to wanashikilia raise a uchumi. similar type of monks Mchungaji anaenda kuinua who does not have jealousy, ambao hawana wivu ndani that yao, will be praying for you. ambao watakuwa tu kazi yao ni Their work kuwaombea. is to pray for the Kazi partners yao tu ni kuombea wachungaji and everybody. na kila mtu, Pray and continue praying, wakiwaombea na kuwaombea, opening doors for you. wakifungua malango kwa Because ajili when yenu, you become kwa successful, sababu mnapofanikiwa they also become pia successful. wao wanafanikiwa. And that is the method and system I want us to have from Na today. hiyo ndio njia ambayo mchungaji anataka If you know kuitumia. you've been called to pray, Kama unajua kwamba umeitwa you kuomba, become a prayerful warrior. unakuwa mtu shujaa wa You maombi. pray for everybody. Unaombea kila Pray mmoja. for people to grow. Unaombea ili watu wakaweze Pray for kukua. people to become. Unaombea watu ili waweze kukua. I have Magdalene Mudhoi. Akona Magdalene mahali pale. Is it Mudhoi or Mgadhoi? Come over here. Ehe. And Magdalene, Na Magdalene when she came here, she came from Neno Evangelism Center. alipokuja hapa alikuwa ametoka kwenye kanisa la Neno She was Evangelism. broke. Alikuwa hana kitu. She had a car when she went to Neno Evangelism Alikuwa Center. na gari alipokuwa anaenda kwenye kanisa And lile. in her account, she had 4 million. Na katika benki yake alikuwa na milioni 4. She spent every coin, So akatumia kila pesa plus the car, hadi gari in lake the church. kwenye kanisa. She became completely down. Akakuwa tupu kabisa. When Akakuwa she chini. was coming here, Alipokuja hapa she was coming to test the God of Waroinge. alikuwa anakuja kumjaribu Mungu wa Waroinge. And she stayed here. I Na told her na here. akaketi hapa. Just she came to my office. Akaenda kwenye ofisi yake. She had depression. Alikuwa na hali msongo wa mawazo. Depression was really high. Alikuwa na msongo wa mawazo ambao She ulikuwa doesn't kwa have a car. hakuwa na She gari, doesn't have money. hakuwa na fedha, And the husband is dead. na pia mume wake alikuwa A ameaga few months ago. miezi michache The iliyokuwa little imepita. money was left by husband Fedha kidogo zile mume alikuwa to take amewacha care of the children of ili the kuwachunga husband. watoto, She took it to the church. akapeleka kwenye kanisa. And the commander took it away. Na jenerali akachukua And she was left alone. na akawachwa peke yake Without anything. bila chochote. When she came to my office. Wakati alikuja kaja kwenye ofisi ya And mchungaji she will not get out of the office. na hangetoka kwenye ofisi, She will behave like a mad woman. angekuwa kama mtu ambaye ana I'll try kichaa. to persuade her to come, but she will refuse. Akajaribu kumwelekeza ili atoke kwenye ofisi, akakatalia Then kule. akina Joel Joel and the group, na grupu they yake started seeing a demon in my house, in wakaanza my kuona office. pepo kwenye ofisi ya They mchungaji. started saying, Wakaanza kusema this is an agent kwamba huyu ni sent agent to come and ambaye destroy me. ametumwa kuja kumharibu apostle. Then one day, Kisha siku moja she had a small bottle alikuwa na kachupa kadogo that had oil. ambaye ilikuwa na mafuta ndani yake. As she was praying, Alipokuwa anaomba, she removed the oil akatoa from mafuta the bottle kutoka kwenye chupa and she smeared. na akaanza kujipaka, They smeared to her, sprayed. akaanza kupulizia. And Joel was seated there Na Joel alikuwa ameketi pale with Mary. wakiwa na Mary, They were seated there. walikuwa wameketi pale And other people were seated also there. na watu wengine pia walikuwa wameketi pale. Koki, and they saw what she was doing. na akina Koki wakaanza kuona kile alichokuwa anakifanya. She was almost beaten. Alikuwa karibu apigwe. Apostle, Apostle, we have a demon in the house. tuko na pepo kwenye nyumba. This woman is a demon. Huyu mwanamke ni pepo. Until reached a time, Hadi ilipofika she is an wakati intercessor. yeye ni mwombezi, I joined her with other people. akaanza kumuunganisha na watu They wengine, started calling me one by one. wakaanza kumuita mmoja mmoja. I don't want that woman to be in this group. Mimi sitaki huyo mwanamke awe kwenye kundi She hili, is a demon. yeye ni pepo. And I told her, she's not a demon. Na akamwambia huyu si She's pepo, a servant of God. yeye tu ni mtumishi wa She's Bwana, going through difficult anapitia situations. hali ngumu And we need to stand. na tunahitaji kusimama. Then I told Kisha akamwambia Magdalene, Magdalene, this is a shoulder. hili ni bega, Be crying here. lilianga hapa, I will take the blame. nitachukua
Let them say whatever they want to Wacha say. waseme lolote, nitachukua Let lawama. them say I've slept with you. Wacha waseme nimelala hata na Let them wewe. say anything. Wacha waseme chochote. Furthermore, I don't have a good Ili name. mradi tu sina But this shoulder ya kwamba kibega hili is for yours to lose. ni lako. And she cried here. Na akalia kwenye bega. Until akamwagilia makamasi yake. Hadi makamasi yakamwagika. After 3 weeks, Baada ya wiki tatu, the first thing happened. jambo la kwanza The likafanyika. money that was stuck in NYS. Zile fedha ambazo Eh? ziko zimegwama NYS. And KDF. NYS and KDF. How much? It was a lot. Kwa mingi. Mingi, pesa mingi. Hapana. This fear you have in this church, ati ukitaja utarogwa, rogwa sasa ukufe. Toa mikono hapa. It was 3 million. 3 million 3 million. that had stuck in KDF Ambayo ilikuwa imegwama kwenye KDF for 10 years. kwa miaka 10. She was suffering, Alikuwa anaumia, yet she had money. ili hali alikuwa na fedha. After that, Baada ya hayo, what happened? kilichofanyika ni nini? Okay. I got a tender worth 25 million. She got a tender Akapata- worth 25 million. Akapata kazi nyingine ya After that 20,000. tender, Baada ya hayo, What did you get? nini kilifanyika pia? Another one of 100. Akapata pia ingine ya 100. Over 100 million. Zaidi ya milioni The 100. intercessors here Waombezi mahali are hapa seeing a demon. wanaona pepo. But God Lakini Mungu is seeing a anaona kingdom financier. yule mtu ambaye atakuja kusimama Do mfadhili wa not judge ufalme. anybody. Usiwahi hukumu mtu And yoyote. you, the intercessor, the good who is not you, the intercessor, Wewe ambaye ni mwombezi, you good. wewe mzuri, wewe mwombezi mzuri, Even a single tender of 10 bob, hata tenda moja ya shilingi you 10 can't get it. huwezi ukapata. The demon Lakini ile pepo is getting it anaipata from God. kutoka kwa Mungu. So I better walk with this demon So that afadhali speaks with nitembee na God hili rather pepo than walking with you kutembea who is kuliko not kutembea na getting wewe anything. ambaye haupati chochote. Shame on you. Aibu Who kwako. gave you permission to judge? Nani alikupa ruhusa ya kuhukumu? You don't have this lady is a millionaire. Huyu dada ni milionea. Are you not? Je, wewe sio? And you'll get another Na tender utapata in nyingine the KDF katika KDF worth 200 million. 200 milioni, unapata nyingine ya milioni 200. Another one already Ingine 70 tayari. million. 70 million. Amen. Amen. Sasa Milioni 70. utanilipa pesa ngapi kumweka makamasi hapa? You will serve God. Utamtumikia God. Mungu, mtumikie Because Mungu. God called you for Kwa that sababu Mungu purpose. alikuita kwa ajili ya You will makusudi never haya. lack. Hautakosa. They will call you names. Watakuita You will majina, never lack. lakini God hautapungukiwa. knows you differently. Mungu anakujua Let them know tofauti. you the way they Wacha know wakujue you. jinsi But wanavyokujua. God will Lakini Bwana anakujua as you are tofauti. called. Yeye ni May Bwana God wako. bless you. Bwana akubariki. Amen. Amen. That is the life I want us to have. Hayo ndio maisha ambayo nataka tuwe When you nayo. see this woman, don't see a demon. Unaona huyu mama, usione Also, pepo. she has a left ear Kwa and sababu a right ear. ana sikio la So, kushoto na kulia. in the left see a Kwa demon. hivyo katika sehemu ya But kushoto in the ana right, shetani, lakini see katika God. sehemu ya kulia muone Bwana. Yeah, don't see a complete demon. Usione tu pepo ambalo Upasue tu na limekamilika. katikati. Yeah. Upande moja uone Mungu. Amen. And the other side you see the Na demons. sehemu nyingine uone mapepo. Don't 100% that this is a Usione demon. tu 100% ya kwamba ni pepo tu. Were you living with the demons? Je, ulikuwa unaishi na mapepo? So that to know that there is a demon Ili here. ukajua ya kwamba kuna How mapepo? did you how are you able to identify the Uliwezaje demon? kujua ya kwamba hili ni pepo? Tell yourself shame on you. Jiambie mwenyewe aibu yako. Shame Aibu on yangu, me. aibu yangu. I aibu. missed the target of God Nilikosa lengo la Mungu by judging somebody. kwa kushiriki Don't judge anybody. usihukumu. People Judge. Ni Watu huhukumu. church to me. Mkisi. Yeah? Church. Wakisi. Church. Siwezi. Acha kikisi. People judged me Watu walimhukumu. and they just even prayed for me to Na die. wengine hata wakamwombea afe. But the whole world is looking upon me. Lakini dunia nzima inamngojea. They are calling me. Wanamuhitaji. Are we safe in Kenya? Je, tuko sawa Kenya? It's as if I'm the KDF. Ni kama yeye ndio KDF. It's as if I'm a small God. Ni kama yeye ndio Mungu mdogo. And everybody's talking about me. Na kila mtu anazungumza kumuhusu. They could have killed me. Wangemulimuua.
But God had a different version. Lakini Mungu akawa na mpango tofauti You sana can be naye. what you are there today. Unaweza kuwa kile kitu ambacho uko leo, Tomorrow you'll be different. lakini kesho utakuwa You mtu can look tofauti. like a demon today because you Unaweza are tembea leo poor. kama pepo kwa sababu ya shida, Because you are poor. kwa sababu uko na Because shida. people will look at you and see demons. Watu watakuangalia na waone Because you are mapepo poor. kwa sababu uko na umaskini. One day, Lakini siku moja God will surprise them. Mungu God atawashangaza. will make you Mungu glorify. atakufanya ili God will make you uinuliwe. glitter. Mungu atafanya uangaze In Jesus' name. katika jina la Yesu. And now may the Na grace sasa kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amina. Amen. Amina. We are having a cup of tea. Are we Tuko na having? kikombe cha chai. Do we have a cup of tea? Je, tuko na kikombe cha chai? Answer yes, say yes or no. Yeah? I'm asking a question. Do you have something to bite? Bethel Clouds TV, empowering lives.